Bethel Clouds TV, empowering lives. Bwana afungue milango na madirisha. Bwana afungue njia kwa ajili yake. Kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana afungue. Mwambie Bwana afungue. Kwa jina la Yesu. Bethel Clouds TV, empowering lives. Pray, 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 pray. Mighty name. Amen. Listen, church. Sikiliza watu wa Mungu. Tuko kwa kitengo cha kuombea na wachungaji. Usiachie huyo mtu uko naye hapo, kwa sababu tungali na hiyo safari kidogo. Yaani nataka uzungue kwa maisha ya huyo mtu, muombee. Kwa sababu sasa kuna financial crisis, wengine wako nayo, wengine kanisa nataka kufungwa, wengine nyumba inataka kufungwa, wengine karo imekosekana. Tumeombea, lakini tuko kwa huduma. Haleluya. Nataka umkumbushe Mungu kwa ajili ya huyo mtumishi wa Mungu umeshika mkono. Mkumbushe Mungu, mwambie Bwana amfungulie milango ya kifedha. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kataya baba baba yataya babu shite. Rikataya baba kasanta baba babu zaya. Rikataya baba baba yataya babu. Rababu shite makanda. Rikataya baba babu zaya baba. In the mighty name of Jesus. 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 Takasa Bwana, fungua milango. Bwana fungua madirisha. Bwana fungua njia. Bwana fungua. Kwa jina la Yesu Bwana fungua aliye hai. Bwana fungua. Bwana fungua. Bwana fungua. Bwana fungua. Bwana fungua. Kwa jina la Yesu. Bwana fungua. In the mighty name of Jesus. We love you, Father. We love you, King of glory. In the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana mfungulie njia. Mwambie Bwana kamkumbuke. Listen. 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 Amen. In Jesus' mighty name we pray. Mfalme wa amani, it has executive committee. It has men and women behind that are supporting the man of God. And they need our prayers for them to plan everything. Anytime you see a successful meeting, there's a committee behind. Hallelujah. I just wanted to take this time. Mukiwa tunayo mtu wa Mungu umeshikana mikono, tunakubaliana tukabidhi hiyo kikundi yote ambayo inatumika kupanga every meeting ambayo inatokea hapa Jacaranda, na next time tunaenda swini wapi. There's a team behind it. Na maandiko yanasema kwamba wawili hawezi kutembea pamoja pasipo kufanya nini? Kwa hivyo kwa sababu wamekubali kutembea na mtumishi wa Mungu, we cannot pray for the servant of God then we leave the team behind. Can we pray for the team? Open your mouth. In the name of Jesus. 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 Oh my God. Kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Pray for the team. Pray for the team. Pray for the team. Inua sauti yako. Omba. Tukubaliani ya kwamba Mungu anaweka roho ya umoja. Bwana anawapea mzigo kwa jina la Yesu, ya kwamba wakitembea
mambo inaenda kufanyika kwa utukufu wa jina la Yesu. Hawatachoka, hawatachoka, hawatachoka kwa jina la Yesu. Hawatachoka kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We pray for the team, for the committee that's supporting Apostle Dura. In the name of Jesus, men and women. My Father, they're having sleepless nights. Make sure that everything is smoothly moving. Katika jina la Yesu. We commit them in the hands of God. In the name of Jesus, the Son of the living God. Father, we praise you because you are touching them. Father, you are elevating them. In the name of Jesus, we love you, God. We love you, Jehovah. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Inua tu mikono yako. Tuwasema asante. Tuwasema asante. Twasema asante, ewe Mungu wangu. Twasema asante, Baba, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Bwana twasema asante, Bwana twasema, Yesu twasema asante, ewe Mungu. Yesu twasema asante, Bwana twasema in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Can we have our seats, please? Amen. We are here as Falme wa Amani intercessors, ushers, protocol, and whatever group you are in, mobilizer, coordinator. And we thank God because you are part of Falme wa Amani Foundation. You are pastor in the Falme wa Amani Foundation. And all of us, we are here just to hold the hand of this man of God to make sure that this mission is going on in the name of Jesus. Praise be to God. Na Bwana wa mbinguni akubariki kwa sababu ya kushikilia maono haya. Praise be to God. Unasema hivi, unajua, people are expecting that when we go to archives, it will be like other meetings, ya kwamba tumepanga itakuwa iko na vitu fulani. Let me tell you, Nairobi inahitaji mtu kama mwenda wazimu kidogo. Hallelujah. Mahali tulikuwa tunaenda hakuwa kunataka ungwana sana na mipangilio iko yani ya utaratibu sana, because we were going to deal with the altars. Praise be to God. And anytime I so believe that pastors who are here, mahali unaendanga ukichunga kwamba ukijua kuna tumadhabahu fulani, hauendangi, wengine mnabanga kepu usiku mkitembea mkiomba ndio usijulikane. Praise be to God. Watu wakienda kufunguka macho tayari umetoka kwa mji, umesonga, umeenda na umefanya ibada. That's what we are doing in Nairobi. Amen. Ninakumbuka mtumishi wa Mungu anapoongea kitu kimoja, wanasema kwamba Nairobi haitaki ungwana uende na utaratibu fulani. Amen.
inataka kama mwende kama kichaa fulani hivi, kama yani haina vile vitu ambavyo vingine mikutano mingine inafanywa, ndio tupenye na tumepenya. So pigia makofi. Praise be to God. So nataka nichukue muda huu mfupi tu. Tuko na wachungaji ambao tulikuwa nao tukifanya mikutano, lakini Mungu akikupa nafasi, please don't go into stories. Amen. Don't go into stories. Nilikuwa nikaenda nikarudi nikapenya nikafanya. Anybody who has a testimony since we began here as a team working together with the servant of God, you have a testimony. You have a testimony. Kuna wachache walinipigia simu, naomba microphone hiyo nyingine. Amen. Just when you come, go straight to the point. This is what God did to me, because kuna watu tangia tuanze kusimama kwa gap ya maombi hapa, kuna watu walipokea miujiza. Haleluya. Na ndio maana uzuri wa Biblia inasema kwamba heri wawili kuliko mmoja. Mmoja akianguka mwingine anamwamsha, na chuma hunoa chuma. Kuna mahali nasema kwamba ukuni mmoja hawezi ukachochea moto. Haleluya. Kwa hivyo anytime unajikuta kwenye kikundi kama hiki cha waombezi na watumishi wa Mungu wengine, wakati ule anawasha kule moto, mwingine anawasha huku, mwingine anawasha huku, mnajikuta nyinyi wote mmewasha moto na kunasonga vizuri. Praise be to God. Let me begin with the Bishop Bwire here. Simpigie makofi. Amen. very close to me,
Nikampigia simu akanipa appointment. Kaniambia kuja in the city center. Na akaniandikia ujumbe kuja kwa hoteli fulani inaitwa Pronto. Sipendi kutembea peke yangu maana naweza uawa. Mke wangu na watoto wangu wakose kujua nimeuawa kifo gani. So nilichukua a friend of mine nikamwambia escort me. Tulienda na yeye. So kwa sababu pia sijakuwa well informed na the city, nilienda Pronto ambayo iko opposite City Hall. That is where my brain thought is the right place. The lady akaniambia niko tu ndani hapa kwa balcony ninakungojea, harakisha, ni wewe ninangojea. So mwenzangu pia ajui mahali tunaenda. Sasa sisi wote ni vipofu. Tunazunguka tukiuliza. Tukiingia kila mahali hatuoni. So nikapiga tena simu akaniambia no, kuja Standard Chartered Bank. Hapo tu kuna Pronto Hotel. So we went there. Tena tukapotea. Shetana tunauliza askari pia kumbe wamechanganyikiwa. Hawaelewi. So Mungu akatuletea certain lady alikuwa amekaa tu kwa kona hivi first floor. Akatuambia si hapo, akaturudisha paka chini. Akatuambia turn now on your right hand side. Na mupande juu. Kuingia hivi nikiingia, the lady saw me, akaniambia Ken, welcome, welcome pastor. Sasa nguvu zika. Hallelujah. Maana moyo sasa umetulia kwamba the person I was looking nimempata. Katuambia alikuwa na wanaume wawili. Mmoja ni mchungaji, mmoja anataka kusimama kiti cha MCA Mathare, that is Mabatini ward. Akaniambia pastor, before I engage you in our discussion, kwanza muode chakula. Sasa mimi menu ikaletwa. My friend ambaye niko naye akaniambia no, ni lunch hour. Sisi hatuwezi kunywa soda. Hatuwezi kula vitu vidogo vidogo sambusa. Let's order lunch. Na madam anasema kwamba msiogope, bili ni yangu. Unajua kuna wakati unakulango ukiogopa kwamba naweza shikwa, hii pesa itatoka wapi? So tulioda chakula ya kila moja 1,200. Haleluya. Tulikula bila uoga kwa sababu tumeambiwa kwamba bili si yenu. Kuna mwenye kulipa bi. Na mimi ni Mluya original na ninatoka kule Lake Victoria. We border na Lake Victoria. So nikasema saa hii nakula ngege, tilapia. Wakaniletea ngege na kaugali kadogo hivi na kamboga kamewekwa maziwa. Alafu kuna vitu una mix ndani unasikia ni kama asali. Yaani maisha ikabadilika kwa dakika chache kwa sababu ni lunch hour. Nikaona Mungu. Hallelujah. One. Nimewahi kukula tu Norfolk Hotel. Sasa leo hii nimeingia Pronto Hotel. So naona pia kuwa katika neno kumba anointing inaendelea kuleta mabadiliko. So tukitoka hapo, madamu akaniambia, nilimwambia nilikuletea proposal ya vyombo, nilikuletea nataka viti, na ninataka tent. Nikiwa na mikutano ya conference, I'm good at doing conference and crusades. That is where I always fit. In teaching, God has enabled me and blessed me. So, nikaambia madam, nilikuomba vitu 3. Na pia, nikakwambia nataka mahali pa kujenga kanisa. Kama mtaninunulia uwanja, mtakuwa mumenitoa kwa aibu
ambaye nitawashukuru. This lady akaniambia, this Sunday, that was on Friday. Na naniambia, the day after tomorrow, kuna watu na watuma kwa kanisa lako, na kwanza wanaanza na viti. Nililetewa viti. In my proposal nilitaka viti 200. Lakini akaniambia, for the first time, wacha kwanza nikubariki na 50. As I'm speaking right now, Mungu amenibariki na viti pia. Kwa hivyo ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa muujiza na kwa kujibu maombi. I'll take my ample time. I'll do what is necessary to book for an appointment. Then I'll just come to see the man of God in privacy. Hallelujah. Maana katika ile nilipewa, I may also take, be it 3 seats or 5 seats, which God will speak unto me. Nimwambie, through the prayer that we did, I also commit this to the Lord. Hallelujah. Thank you. May the Lord bless you. Amen. Ukiniona nimesimama, unajua tu kwamba unahitaji usonge. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunashukuru Bwana kwa sababu ya testimony. Na tunashukuru Bwana kwa sababu ya upendo wake. Kwa hivyo kuna wengi wanataka kushuhudia, lakini kabla tuende nataka tunyooshe miguu kidogo kwa ajili ya sifa. Hallelujah. Sijawasikia tukimsifu Mungu mahali. Na kwa hivyo waimbaji kuna wa hapa, ndena kuna mwimbaji wangu wako hapa, na kuna mwingine ameingia, sijui amekaa wapi. Usiinue mkono nikuone. Ako wapi? Wacha kujificha. Amen. Kwa hivyo naomba mwende pale nyuma vipasa sauti. Na kuna ingine iko hapa. In the name of Jesus. Na pia umejificha huko. Hai. Amen. Na kuna mwingine, ako hapa. Tuchukue vipasa sauti hapo. Amen. Tunataka tumsifu Bwana. There's no men here, men ambao wanaweza kuimba, wachungaji, watumishi wa Mungu. Amen. Yes. We can join and take the microphones. Please come and lead us in praise. Jo, tuongoze katika sifa. Hallelujah. Simameni tumsifu Bwana. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe
anafanya hivi. Haleluya. Sijaona mtu anafanya hivi. Haleluya. Hebu angalia jirani yako kama amesweat. Kweli amesweat. Ama anakaa. Haleluya. Kuwa polepole. Unajua wewe shida yako. Sasa hapo ndio unaendanga. Sio unaenda mbele ya akili yangu. Wewe ni mnyang'anyi. Unanyang'anya kinywa changu maneno yake. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wanafanyanga hivi. Unajua hiyo? Unajua hiyo? Hebu jaribu. Jaribu kama yangu. Hivyo. Haya. Hebu ndugu anza vizuri. Haleluya. Si walisema Waluya wanakulanga ugali. Unacheza na nguvu. Haleluya. Wako na big energy. Mungu wa neema. Yes. Mungu wa neema. Hakika. Mungu wa neema. Ajilia tuone. Yesu ameniokoa.
wasena ulichina wasena uyesu wasena ulwanda wasena ubaba wasena ulichina wasena uyesu wasena ulwanda 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 wasena ubaba wasena ulichina wasena uyesu wasena ulwanda roho ula 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 baba ula baba ula Ingimalomba, ingimapololomba, ingimalomba, ingimalomba, ingimapololomba. Iwani wadio, wadio, wani wadio le. We, hatujafika huko. Bado. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Hebu angalia jirani yako. Angalia kama anafanya hivi. Sijawahi jua kama watu wa Mungu wanaweza kuselebuka namna hii. Kumbe mnasukumana tu waimbaji wenu kanisani kwamba wajaimba vizuri, kumbe mnajua siri. Sasa tutakuwa tunawapata mahali kama hapa. Yesu anointing sasa tunaweza church. Praise be to God. Tumpe Bwana sadaka nzuri ya makofi kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wachungaji wengine wanakuja na tujue wamefika wapi. Kama kuna mtu ulikuwa unatarajia ulimwalika, chukua simu yako. Saa hii tu haraka, nimekupea dakika 5. Hebu tumia message ama mpigie, mwambie sasa wakati tunataka kufunga mlango. Pigie simu. Nimekupa nafasi. Chukua simu. Kama kuna mtu ulikuwa unangojea afike, chukua simu. Utulisha haraka tu, kaa chini. Naomba uketi. Amen. Hallelujah. Kwa sababu naona wengine wanatoka nje, mara anaenda. Sasa nataka nifanye tu once and for all. Chukua simu yako. Kama kuna mchungaji, kuna bishop, kuna bishop, kuna reverend, kuna mwinjilisti ulikuwa umemwalika, chukua simu yako. Pigia simu saa hii mwambie tunataka kufunga, kubarikiwa pamoja. Haya, number 3. Umeingia na wewe ni mchungaji, haujaandikisha jina lako pale nyuma. Please, ni makosa umefanya. Kwa sababu tunaingia na utaratibu. Andikisha jina lako ukiingia ili twende pamoja. Amen. Ukiingia tu pale kwa mlango, kitu cha kwanza ni kuandikisha jina lako, kwa sababu we need to have that data and accountability. Praise be to God. Na Bwana wa mbinguni akubariki. La mwisho, ukijua kuna kiti mbele yako na nyuma yako hakuna mtu, na mbele yako kuna kiti na hakina mtu, ukikaa nyuma unakosea, kwa sababu hatuwezi kuvaa ama kuoga kutoka chini tukienda juu. Maji inatoka kwa kichwa ikiteremka kwa miguu. So tunapanga kutoka mbele tukijaza. Kwa hivyo kama kuna kiti kando yako na haina mtu, mbele yako na haina mtu, hakikisha kwamba that seat is occupied by you. Amen. And we are going to be blessed. Shortly before we move on, allow me to bring this man of God to do some 2-3 acknowledgements, and then we are moving on. God bless you. Welcome, sir. In Jesus' name. Tumpigie mchungaji wa Walter makofi. Amen. Nimerudi tena. Tulianza mkutano wetu saa 3. Tukasema ya kwamba this is a house of prayer. Na tunapoingia
hakuna kugoja goja, ni kuendelea na kuchapa maombi. Kwa hivyo immediately tulipoingia saa 3 na wale ambao walikuwa wameingia mbele saa 1, they were in prayers. Majina yangu ni Mchungaji John Gadhaia. Yesu ni Bwana. Nataka kumleta one of our own ambaye soon alikuwa na mkutano mkubwa wa wanalika akiwafundisha, ndio aweze kuambia 2-3, ndio next time mnaachilia watoto wenu vijana wakuja wafundishwe. Tupige makofi yetu. Karibu dada Florence. Dada Florence aligraduate this month. Amen. Wengi wenu hawakujua na aligraduate, asaidie vijana wetu. Karibu sana. Bwana, shukrani. Kwa nini limeandikwa katika Biblia? Ni kwa sababu shukrani si kitu ya rahisi saa ingine. Wakati tunaomba tukimlilia Mungu atende, wakati mwingine tunajifunga na kuomba. We fast. But I don't know how many of us tunaweza pia fast kusema asante kwa sababu Bwana ametenda. Na ndio maana the text in the book of Luke, the Bible records that there were 10 ambao waliponywa. Lakini wangapi walirudi kusema asante? Mmoja tu. Bwana asifiwe. And you know, thanksgiving is an opening, it's actually a password to God himself. Ukisoma the Message Bible, the book of Psalm 100, inasema enter with the password thank you. Bwana asifiwe. So wakati tunakuwa watu wa kushukuru, tumepata ufunguo wa kufungua hata zaidi. Wakati Yesu alikuwa anapatia wale watu, alikuwa na feed watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2, Biblia inasema he looked up and gave thanks. So thanksgiving is also a channel of increase. Bwana asifiwe sana. Sijui kama umewahi kuwa na mtu ambaye kila wakati yeye ni kuteta, this one is not working, hata hii sijui nini, hata hii mtaa yetu haina nini. Mtu kama huyu uchosha. But if you go, hata ukienda hospitali upate mgonjwa pale, lakini yeye mwenyewe ana shukrani. Anakuambia nashukuru Mungu kwa siku nyingine. Ninashukuru Mungu kwa afya. Bwana asifiwe. Inakutia moyo hata kumtembelea zaidi. Na kwa hivyo sio kwa sababu ya kuja tu hapa kusema asante, lakini hata katika maisha yetu tujifunze kuwa watu wa kushukuru kila wakati. Praise the Lord. Now thank you Mchungaji Gadhaia for recognizing that I graduated. Actually I did, and I also thank God. Bwana asifiwe. Na nashukuru Mungu hata katika umri wangu kurudi shule na kupata first class honors. Nashukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Sio rahisi kusoma na hawa Gen Z na kuweza kupata kiwango kile. Kwa hivyo nashukuru Mungu. Na wakati nilikuwa narudi shule, nilikuwa nimemuuliza Bwana, nisiwe tu kurudi shule na iwe ya kwamba sina impact. Itakuwa hasara kubwa. So Mungu amenisaidia na zaidi ya yote kufanya kazi na vijana. Na nataka kusema ya kwamba last week on 19th tulikuwa na a very powerful meeting ya vijana. Bwana asifiwe sana. Na conference ambayo tulikuwa nayo ya vijana si ile ya kuja kuwa inaitwa nini? Kutekerenya ni L ama R. Sio hiyo ya kuchekesha na kuwatoa jasho warudi nyumbani wakiwa wamesema tulibambika. It was not an entertaining meeting. Ni mkutano wa kujiuliza, je, uko hapa duniani kufanya nini? Did you just come to be part of the millions of Kenyans? Na uondoke bila kuacha legacy ama bila kuacha footprint. Kwa hivyo we are calling on our young people, because tunajua saa zingine wanasema tunangoja serikali, tunangoja msaada, lakini je, yeye mwenyewe anafanya nini? Ama mimi mwenyewe ninafanya nini katika kuhakikisha ya kwamba huo msaada umefika? Praise God. Na kwa hivyo tunawakusanya pamoja kuwasaidia katika kuwa business minded, kukuwa watu ambao wanaweza tayarishwa kufanya kazi kwa maofisi, na zaidi ya yote kile tuna target sio hiyo biashara. Ndio biashara ni ya muhimu,
lakini tunataka kutarget the person behind that business. Bwana asifiwe. Because najua kila mmoja wetu hapa kuna mahali kuna base fulani tu unaendanga, kama ni ya kukula chakula ama hata kama ni mzee, wanasema mzee wa kuchoma mei, wala wanachoma mahindi, si ndio? You don't just eat that maize from everyone. Kuna yule mtu tu unaendanga kwake. Kama ni wale wa kuchemsha mayai, kuna mtu tu akipita hata wakati uko na haja nayo unaichukua. Kwa nini? Most of the time is the way someone packages themselves. Yule mtu ambaye anakuletea hiyo chai mahali pale unafanya kazi ama kule nyumbani, kuna mtu hawezi akakufanyia kazi hata kama ako na ufisadi ama ufasaha mkubwa wa kazi. Kwa hivyo tuna target kusaidia vijana wetu mambo ya mindset. Who am I? Na wakati mtu atajitambua, basi hata akipata nafasi ile katika biashara. Na juzi tukawa na watu CEOs ambao walikuja hapa na vijana wengine wakachukuliwa. Bwana asifiwe. Kuna kijana right now amechukuliwa na Safaricom, na alikuja kwa mkutano wa huo wa Wednesday. Mwingine amechukuliwa kwa hiyo Bethel TV. Bwana asifiwe sana. And therefore tunataka kutambua hizo uwezo ama skills zile ambazo vijana wetu wako nazo, lakini pia tuwa package. Kwa sababu tunataka akienda Safaricom akisema kuna mwingine niliacha nyuma, hiyo nafasi ifunguke, kwa sababu yeye atakuwa balozi wetu mzuri. Lakini akienda akiharibu mambo kule, hata akisema kuna wengine walibaki, hatapewa nafasi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo on Thursday tunaendelea kuwafanyia training, and after the training we will also give them certificates ambayo itaonyesha ya kwamba kijana amepitia katika mafunzo na amefusu katika hiyo kazi. Na kwa hivyo watoto wetu tunataka kuwaondoa katika ile, unajua sasa tumekuwa hapa, mtumishi Apostle amekuwa na kazi mzuri hapa na ngumu sana ya kuleta vijana hapa, na wengi wao wanaletana kwa sababu wanaita sijui kama hiyo lugha mnaielewa, lakini wakati wanakuja wanajuanga kuna kiroma na kuna kichele. Kiroma ni kitu ya kukula, kichele ni kitu ya kuweka kwa mfuko. So tunataka kuondoa katika hiyo mindset ya kukujia kiroma na kichele. Because nitakupatia siku moja, what about the rest of the days? Huyo mtoto hatasaidika. Na kwa hivyo tunawaita every Thursday, vijana wetu watakuwa wanakutana hapa na tunaendelea na hayo mafundisho. Na hawa hatuwatumii fare. Are we together? Hatuwapei fare. Tunataka kila kijana ajilipie, anunue notebook yake, anunue kitabu, kalamu yake, na akuje akiwa soba. Bwana asifiwe sana. Nikimalizia naona mchungaji amesimama. Pia on 29th tunawaalika katika conference ya wamama mahali hapa on Saturday. Kwa hivyo mmekaribishwa wote kwa conference hiyo ya wamama. Entrance is free. Kuja umevaa smart. Niliona dress code ni purple, white and gold. Kwa hivyo jipange mtu wa Mungu, na tunakukaribisha hapa. Karibuni sana. Thank you sir. Let's appreciate our sister Florence, kazi nzuri ambayo anafanya ya kusaidia hao vijana. Mimi kuna kasumba nilitolewa, yani tuseme kaujinga nilitolewa siku hiyo ya watoto nilikuwa. I've been having youth meetings. Wanakuja na style yao, wanaweka DJ mix, entertainment hizo, wanaruka, inua mikono, weka chini, wanalala Niliona jambo la tofauti sana, na ningeomba sisi zote wachungaji, let us empower our youth na mambo ambayo sio ya entertainment, so that they can mature. Hao watoto waliingia hapa wakisema kichele sijui chakula na hiyo ingine kiroma, na finally walitoka hapa kama hawaoni hiyo iko na haja, kwa sababu wengine hata walichukuliwa kwa tourism sector, wengine walienda kwa tourism sector. Kwa hivyo wakaona hiyo kiroma na hiyo kichele haina haja. It's good to be empowered. Upewe kitu ya kuenda kutega samaki. Bwana asifiwe. Na wakaokoka wengi sana. Out of hii horo ilikuwa imejaa,
vijana kama 10 ama 20 ndio walikuwa wanaenda kanisa, au wengine walianza hiyo siku kuingia makanisani. Kwa hivyo wacheni tuempower watoto wetu. Thursday, tuma mtoto wako hata kama wewe ni pastor. Usiseme ya kwamba wako hataenda kufundishwa kule Coffee Plaza. Patiana mtoto wako. Shule si tunawapeana wakafundishwe na walimu. Ni wewe umechagua mwalimu wa hesabu. Ni wewe umechagua principal. Kwa hivyo peana mtoto wako wafundishwe na walimu ambao tuko na wao. Florence akiwa mstari wa mbele na wengine wa Nairobi University. Niliwapenda sana. Alikuwa daktari. Very powerful. Right now I want us to recognize our fathers. I want to recognize, let's appreciate our fathers about who are in the house. Nataka kumkaribisha our Bishop Hosea. Awasalimie kwa ufupi. Na that day tuliona huyu ndiye alimtrain kabisa our apostle, mtu mwenye roho safi. Mimi niliona father mwenye roho safi. Karibu mtumishi wa Mungu. Askofu. Bwana asifiwe sana. Asante mchungaji Kadhaya. Naitwa Bishop Hosea Mbugwa, Royalty Christian Church. Ni mara yangu ya kwanza kuja mkutano wa wachungaji na sofa nimebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Na sitasema mengi leo maana nataka niketi kwanza, nilishwe na niweze kubarikiwa. Hiyo wakati mwingine nitaongea. So asanteni sana watumishi wa Bwana. Bwana awabariki. Nilipokuwa nakuja, kuna neno Bwana alikuwa anatia ndani yangu sana sana ya wachungaji, na Mungu alikuwa ananipea neno la kuambia wachungaji, mtamalizia vizuri, hamtamalizia vibaya. Asante. Amen. Hapo ni pazuri sana. Ati tutamalizia vizuri. Siwaambie mwenzako nitamalizia vizuri. Nitamalizia vizuri. Haune hega muno. Ati ya kwamba nitamalizia vizuri. Nataka kumkaribisha daktari wa Bogo naye atusalimie kwa dakika moja, alafu ndio apostle aingie. Bwana asifiwe. Pigieni mtumishi makofi. I think kama ningepatiana award Reverend Gadaya, he is the best dressed today minister. Unajua sometimes unaweza dress President Ruto akikuona na kuambia wewe na kuweka ambassador Radan, mpigie makofi. Hebu kuja. Personally, I love Jesus and I'm born again. Mimi ni yule mtu amekutana na president wote wa Kenya. President Ruto anaweza kukuona, maybe anakusikia sasa, sema anakupost ambassador Brassers. Mpigie makofi. I want to say, hiyo mkutano, hebu fanya hivi. Watu walituona wakiwa Ulaya ikawa kama mto. Sema the rivers. Isaiah 35 inasema kuhusu the rivers. Jana nilikuwa na ordini kamzungu. Nasema kweli mimi kamzungu na kuwekea mkono kaame Amerika. Niliitwa tu kwa nyumba nikaambiwa wewe uko wapi? One time Karonzo ameniita akaniambia kuja. Hawa vijana wanaenda hiki. Unajua vijana ni nani? Former President Uhuru na Ruto. Kama nimeshika hiyo mikono hata wewe sema God, Mungu atakutumia. Bwana asifiwe. Mungu atakutumia. Usijione hivi. Nikimalizia in the Bible, sema 365. 366. Wale wamesoma mwaka ni miwili, mwaka mrefu na fupi. Hata kuna watu warefu na wafupi. Sinaona huyu mtu ametuini apostle ni mfupi. Mnaona yeye kama ni kidogo, simpigie makofi. Bwana sifiwe. Watu wafupi ni hatari. 365 days ndio miaka. Na katika Bible kuna dawa 365. Fear not in the Bible from Genesis to Revelation. Fear not. Fanya hivi, fear not. Unaambuka mtoto hajaenda shule. Kashochoa akaenda wapi? Hiyo fear not. Lent. Bwana sifiwe. One time mzee mmoja aliniambia, mimi nafika kwa mlango na shida nitapelekea mama nini? Nafika miguu nasikia sitaingia. Wewe ingia kwa imani. Mungu ataprovide usiku huyo. Hallelujah! Bwana sifiwe. Unafika unaona Lad Road. One time I stayed in Pangani. Maybe wengine hamkuwa mmekuja. I was here, I was coming to dress first president. Nilikuwa mkubwa wa Rivertex. Sasa wakati nakuja nimelala kwa mtu akaniambia, wewe ukisikia kuna gongo usiamuke. Nikamuuliza nini? Kufanya hivi kwa curtain. Naona mzee mmoja Mkikuyu sijui ametoka Rwadia, ako na viboko, vijana naweko chini,
wanatoka saa 9 hawajalipa rent. Mmoja anaenda kutoka akachikwa. Nami nikaamka nikamwambia mzee, mimi nimeokoka na mimi nakwambia usipige vijana, hizi nyumba zote nitalipia rent mwaka wa 78. Mzee Kenyatta alikuwa hai. Nikalipa. Vijana wamekwa chini kama prisoners. I pray hakuna mchungaji atafungiwa nyumba. In the name of Jesus. Za kuleta shida. Hiyo thank you inaweza kuleta shida na inaleta madhara. Sasa ukikuwa mtu kama Juda atakuokolea. Maana huyu mama alikuwa amependa Yesu sana na moyo wake wote. You know this woman was not a right woman. Hakuwa mama mzuri. But when she realized who this man is, she decided to do anything and everything possible. Ndiye alienda akanunua mafuta very expensive na akapaka Yesu mafuta. Was it wrong kupaka Yesu mafuta? But now imagine, Yesu alikuwa amevaa kajo. Mama ameigisa kichwa na nywele. Anapaka, anafanya masaji ya kipa. Alikuwa anaelekea wapi? Huyo mama alikuwa anaenda wapi? Ndio ilibidi Juda aishike mama. Hii mafuta tugeuza. Si Juda alikuwa wakikata. Si Juda alikuwa wakikata samaki pesa inatoka. So what was the worry of money? With Jesus there was no worry of money. But there is something wrong that was about to happen because of love. Bwana Yesu sana. Hallelujah. Salimia mwenzako mwambie tutafute mtu wa kukusaidia. And that is why I'm so happy with you. When I see you here, nashukuru sana. Because singeweza, most of these things singeweza kuenda mbali. Maana nilikuwa najaribu sana, wakati mwingine ninakwama. Najaribu ninakwama. Baka wakati Mungu aliniambia tafuta watumishi wangu. Kuna kitu wako nacho, wewe hauna. Maana mimi ni Mugeke. Si mnajua hivyo? Na mimi nilikoparate kama Mugeke. That is my ground. Ya kulipua. Unanielewa? Ya kulipua. Wewe ni ya kufanya nini? Hapa. Mimi nilizoea ya kulipua. Wewe ulizoea hapa. So tukiunganishwa pamoja na wewe unafanya lipua na wewe unafanya hivi. Si tunaenda? Tunaenda. And that is why tulikuwa na nani? Tulikuwa na Peter in the camp of Jesus. Because I really wonder, nataka kujiuliza sana. Yesu alikuwa anajua Peter anabebanga kifanga? Yeah? Lazima alikuwa anajua. Maana walikuwa nalala kambu moja. Najua hawa jamaa walikuwa naenda wanalala mahali kwa kichaka pamoja. Siku na wakati walikuwa naenda kuoga. Because I suppose kwa kuna bafu kule walikuwa naenda kwa mto. Na sasa unajua sisi malika yote maana kama malika yote ya Yesu hiyo yote ilikuwa lika moja. Si walikuwa naingia kwa mto wanaoga pamoja. Si paka ilikuwa inawekwa kado. Yesu mbona hakuwahi muuliza paka hii ni ya nini? Ama alikuwa Masai? Ama Peter alikuwa Masai? Sasa paka ilikuwa necessary. Maana you have to have types of people. Not one character. Different types. Wakati jamaa alikata masikio, si ati unaona kiangalia statement ya Yesu venye tunasomaga. Unaonanga kama Yesu alikasirika? Huyo jamaa alipokata masikio. Kwa nini hakukasirika? Na ni vibaya kukata? Alifurahia, maana immediately information ilienda. Usicheze na sisi. Tunaweza maliza wewe. So ukikuwa na watu wengine wakionekana tu, kunajulikana usicheze na sisi. Sisi ndio tuko na dola. Watu wote wanakuja mkia inakaa huko. Because kukua Mkristo si kukua mjinga. Si kukua mjinga. Since the days of John the Baptist, the kingdom of heaven and violence is taken by. So which is this force? Sisi tunaomba Mungu wa Yakobo. Yakobo ni nani? Biblikali Yakobo ni nani? Israeli. Kwa hivyo ni Mungu wa Israeli. Wale wa Israeli tunajua wako, wale tunasoma kwenye Biblia walipigana vita, walichinja watu, walimbomoana, na wale wako saa hii bado wanabomoana. Wewe kwani unafuata dini gani? Unafuata Muisraeli mgani? Yule anabomoana, wewe unakaa hivi.
Kwani Mungu wako ni mgani? Are you seeing the sense? Juzi wamelipua Iran. Na mnasema kulitabiriwa. Iran itabomolewa. Na mkasema it is true. Sasa wewe nikakupatia bunduki uende ukabomoe, utaenda? Utasema wacha tuombe kwanza. Wale wanabomoa wanakuja kuomba baadaye, baada ya kufanya kazi ya Mungu. My point here is, my brothers and sisters, the times you are living today, it is not the times of comfort. We are not going to be comfortable. Maana kuna vita. Kanisa limeinukiwa. Na kanisa linapangiwa kumalizwa. Kuna siku mtajaribu kuaccess kanisa. Asubuhi muamke Sunday, unakuta mtu unapaga kwa mlango. Anakwambia ingia kama wewe ni mwanaume. Kuna siku mtajaribu kufungua makanisa hapa Kenya, itashindikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku mtaambiwa there is no church. Maana they are taking over. The one world order people, they are taking over. Si mjaribu kusema hako kasimu msaidie kuweka silent. Kaeka silent. Can I interfere? There is a day that you will not be able to access this church. Because what is cooking around, ukiangalia kanisa lina fade. Nilikuwa UK na France na nikaenda Sweden. Church now ni magofu. Nobody is attending church. Hapa ndio tumebaki na church. Hapa ndio bado tunasema rikata rabakata ndarabosaya. Maana kule wamefunga kanisa. Devil is being worshipped openly. Kuna siku nimefika hapo London nikawakuta wakipita. Walikuwa wote noi, uchi wa mnyama. Wote, wa mama na wa baba. Uchi wa mnyama. Hiyo picha zilizunguka sana kwa internet. It is real. Wanapita kwa street, wamebeba hizo maflag zao. And it's working. The Muslims on the other side, they are forcing their way. Na wamepenya na wameingia. Ukienda Murang'a kule walikuwa nasema hatuwezi kubali mambo ya msikiti. Ni wapi hakuna msikiti sasa? Kila bahari. Ukiona mahali kumejengwa petrol station inaitwa Total, kado yake lazima kukuwe na msikiti. Hiyo ndio madhabahu yao. Maana walinunua kampuni ya Total ndio wajenge barabara. Wamekamata barabara yote ya Murang'a kwenda Karatina, kwenda Nyeri, utapata Total msikiti, Total msikiti, Total msikiti, Total msikiti. Uende barabara hii ya Nakuru, uende barabara ya Kajiado, uende Mombasa, yote wamekamata. Because kukamata ardhi ama kukamata inchi ni kuinua madhabahu. Na wako kimoja. They are one and they are united. Mimi nilikuwa wakati nilikuwa Mugeke. At some time Moi alinifukuza sana na akataka kuniua. Mnakumbuka wakati mliambiwa mniue? Shoti wa Roigi on site. Mimi nilitoroka. Lakini uzuri nilipatana na mtu ambaye aliniconnect na Mohamed Gaddafi. Mohamed Gaddafi akatuma ndege nikachukuliwa. Nikaenda mpaka kwake nyumbani Benghazi. Tulikuwa na elders na watu kadhaa. Nilipokaa chini na Gaddafi, Gaddafi pia walikuwa na Osama hapo. Sasa walinitolea map ya Murang'a. Gaddafi mwenyewe alinitolea map ya nini? Ya Murang'a. Central, then it was Central. Akaniambia tunataka kujenga misikiti in Central Province 5 kilometers apart. Ananisomea jina hapa ni Maragwa. Na hapa Maragwa kuna msikiti ni ya samani. Ananiambia kuna mahali kwingine Nyeri Majego. Yeye Gaddafi ananiambia. Si mimi nilikuwa hata sasa nilikuwa nauliza hiyo kitu iko. Maana sikuwa najua kuna msikiti Maragwa, lakini Gaddafi alikuwa anajua kuna msikiti Maragwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anajua kuna msikiti Nyeri Majego. Alikuwa kila mahali kuna msikiti. Sasa alikuwa anataka kunipatia pesa. He was to give me $500 million. Nikuja nijenge misikiti 5 kilometers apart. Na alikuwa ameambiwa ukishika dola misikiti itaingia. Na ndio hiyo tumeenda hapa Mombasa msikiti wa Sakina nikaokoka. Nikaitwa Ibrahim Dora Waroige. Tulikuwa na Maina, naye Maina akaitwa Mohamed Maina Jega. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaokoka. Si nikiokoka hiyo. Na wakasema takbir, Allahu Akbar. Na tukaanza program.
Saa hiyo ndio Gaddafi akatuita. Tukaenda huko, tena tukatuma kutoka huko tukaenda Saudi Arabia. Tukakuta King Mohammed the 5. Na yeye sasa ndio alisema I am going to release the kitty 500 million. Sasa kwa dollars, kwa bahati baya ama kwa bahati mzuri, Gaddafi akauliwa na Amerika. Kwa bahati baya ama kwa bahati gani? Ni kwa nini nimesema kwa bahati baya ama kwa bahati mzuri? Maana mimi pesa ningechukua sigeacha. Sigeacha. Hata kama naambiwa nakuja kumaliza Wakikuyu, afadhali ningemaliza 2 3 na pesa nichukue. Maana mimi ni Mkikuyu. Lakini kwa bahati mzuri, hiyo kitu ingefanyika, kanisa hakungekuwa saa hizi. Hakungekuwa. I can promise you, ningemaliza makanisa yote. Yote ingeisha. Kama nilikuwa nawauzia uoga nikiwa hapa, na kama niko na pesa na niko na superpower na niko na kila kitu what I needed, mungeingia makanisa kweli? Wewe si nilisema msivae trosa, wa mama mlivaa nikiwa mugeke tu. So therefore there is an agenda. These people they have a plan. Bwana asifiwe sana. They got a plan. Kutoka hapo ndio tulipelekwa Abuja. Na wakati walikuwa napitisha ile kitu inaitwa Abuja Declaration. I was part of it. I was there when it was being ratified. I know. Na wakapanga kabisa, na ikakuwa kasemekana there are 2 nations. If we capture the 2 nations, then we capture Africa. And the nation is Nigeria and Kenya. Na mpango ilikuwa mpaka 2042. That is when they are supposed to accomplish the mission. Kitu ya kwanza ile walisema, first of all, let us raise the awareness ya dini ya Kiislamu. Sasa hapo ndio tuliingiziwa tujenge misikiti. Awareness. Ndio kila mtu aone uzuri wa msikiti. Number 2, philanthropy, kusaidia. Ndio watu wapende Uislamu. Number 3, to increase the population. Hapo ndio kila mtu aliyebio Muislamu aoe bibi not less than 4. Na azae watoto 8. In that process sasa wakauliza hawa watoto 8 watalewa aje? Wakaambiwa we shall raise a Muslim brotherhood. Bwana Yesu asifiwe sana. And this Muslim brotherhood is that every Muslim wherever they are mwenye ako capable ata contribute into the kitty of the Muslim brotherhood. Now it has been happening. Ndio hiyo mniona Minnesota. Minnesota, what was happening there is Muslim brotherhood. It is that agenda to raise funds for these families ambazo nimeoa bibi 4, watoto ni 8 kwa bibi. Kwa hivyo ni 32 children needed to be funded. So ukitimiza malengo hayo, una apply into the Muslim brotherhood, wanakupatia funds za kufungua biashara. Na ndio uliona sasa kama Nairobi, hizi tuduka tuote tustoro tuote walikuja wakaninua. Tuote ni tuao sasa. Because of sustaining the family. Hello? Si kama unaturanyi tena. Because of sustaining what? The family. And they have taken Nairobi, they have taken Thika Road, wametake Maragwa, wameenda mpaka Nyeri, wameenda huko, wameenda Kericho, wameenda Kisii, wameenda Kisumu, kila mahali. It is a fund funded from one kitty of Muslim brotherhood. That was stage 3. To make sure umeza but also empowered. Stage number 4, it is to get into the government. That's the time uliona, tuchukue example ya Kenya, that's the time uliona these people walianza kujipendekeza kama they are the alternatives. When Kikuyus were fighting with the Luos, they walikaa kado kama watu wazuri. Ndio Mkikuyu akasema afadhali Muoria. Mjaruo akasema afadhali Muoria. And that is how they got into the government. Ndio kakuta Isaka Hasani akachukua electoral body. Advisory wa Uhuru akakuwa ni Abdul Kadir. Wakajipanga positions ambazo hazikuwa na power kwa watu, lakini they were controlling. When you become an advisor of somebody, you control the nation. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kwa military ndio hawa wakajipanga. Ukienda kila mahali, stage 1 was to get influential position, to influence the power they want. I'm not against the Muslim or against Muoria.
I want to teach you a plan. I love them. Saizi kama ningeweza kuaguka, leo niaguke, niseme nimeaguka, nimetoka Ukristiano, I will join Muslim. Because they have a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. I'll go there. I love their plan. And I want you to love their plan. Not to love them, to love their plan. Because if we can love their plan, understand their plan, we will make milestones. They have a strategic plan. They are moving. After that, wakati wa Kibaki ndio waliingia kwa serikali kadogo kadogo. Uhuru akawaingiza vizuri. Now to get supremacy and control, waliingia na Ruto. Maana they funded the campaigns za Ruto using their kitty. Hawakukuja in powerful position zile mnaweza taka, bali target one section. They targeted one section. And this section they targeted is security section. Wakati huo ndio Duale akakuwa minister wa nini? Wa defense. Mkubwa wa AP akakuwa nani? Gabo. Mkubwa wa ICID akakuwa nani? Uli yako sahi. Wanamuita Mohamed. Mkubwa wa intelligence akakuwa nani? Nuruddin Haji. Mkubwa wa intelligence ya jeshi akakuwa nani? Ismail Mohamed. Bwana Yesu asifiwe sana. They laid their system under the security system. Na wakaikamata. A very good plan. I don't hate them. I love their plan. Wewe saa hiyo mahapa huko hapa chini Kayole na kule kwingine makandandarama shendamarama sekenda rabakakacheteleleboza. Watu wakichukua serikali. Wewe ni kule mondeleleboza yandarabosa. Bwana Yesu asifiwe sana. They hatched a plan and it worked for them. They are in control now. Ndio naona anaitwa Duale can talk anything. Ameshika serikali. Ndio sha. Wewe si umepatia pesa. Kila kitu in this nation they are controlling. Business they are controlling. Because they have a target of 2042. And ndio hiyo sasa. 2042 they will have a presidential candidate. Right now they are working on a deputy. Right now. The most likely person that will be deputize the Ruto atakuwa Muislamu. The most likely person mwenye atadeputize opposition atakuwa Muislamu. They are very strategic. Wao wanakuaga wewe anaitwa kale kana huko Kisumu kanaitwaje? Anaitwaje? Ule wa Suna. Ni Suna ama ni wapi? Junet anaambiwa kaa ODM. Naye Duale anaambiwa kaa UDA. Yenu ikikula tuko huko. Yetu ikikula tuko huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi unataka huyu amekuja amefungua kanisa karibu na kwako. Maombi ile uko nayo nafunga katika jina. Ninakantara baba shakata. Ninawanyang'anya washirika wasingie huko. When they are planning to take the nation, wewe unapigana na mwenzako ambao amefungua kakioski ile ng'anga anasemaga. Bwana Yesu asifiwe sana. They got a strategic plan. A strategic plan. And it has succeeded. They are getting where they wanted. 2042. They want to have a president in this nation. And it's most likely watakuwa nayo. It's most likely. Tusipo change. Number 2, that is the line of the Muslim. There is the line of the Freemasons. Now Freemasons, they take the control, the supremacy control. Na wako kupitia kwa UN, wako kupitia kwa World Bank and every system. Wile wanasema watatuweka namba. That now is working. If you go to Europe, you have to use the number. You can't go to the supermarket na ufanye biashara ununue chochote without the number. It is working right now. Angalia robots zimeanza kufanya kazi. Akina Elon Musk, they are controlling the economy now. And once they control the economy, you will do nothing, my brother. Hata unaogedio matia. Hata utoe unabii gani. You will do nothing. You will succumb. Kwanza sisi wa Kristo, the most baseless and the foundationless people
in terms of religion is Christians. Kwa sisi wa kwenda biguni. Maana we don't have ni nini uko nacho ambacho kinaweza kuambia Mungu ati hii ndio niko nacho ambayo nimetengeneza ya kusifu wewe. Afadhali yule ametengeneza sanamu ya kuabudu. Wewe umetengeneza nini? Hata microphone hii ni ya mpiga Kristo. This one I'm using ni ya mpiga Kristo. Hii mokeka na kanyaga ni ya mpiga Kristo. Hiyo kaguo umevaa ni mpiga Kristo. Hiyo kagogo yako umeweka hapa ya white ni kama mpiga Kristo. Sasa wewe mwenyewe ni mpiga Kristo kwa matendo na mavazi, na hata chakula unakula ya mpinga Kristo. Hata Biblia unasoma ni Biblia nani? Imetengenezwa na makaratasi na mpiga Kristo. So what can you go to God and claim? Alikupatia akili ukaitumiaje? Mpiga Kristo alitumia akili akakusaidia kupiga makelele. Wewe unitumiaje akili yako? So what I'm saying here is about being able to be strategic. Tuache ujinga ya urokole. Maana tuko na ujinga ya urokole. Kuna watu wanaobaga hii kanisa yangu hapa ifugwe. Ama kuna watu wanaobaga kanisa ya huyu ifugwe, ama kanisa ya huyu ifugwe. Na anaomba ni Mkristo na anatumia jina ya Yesu. This now poses me to ask, kwani Yesu anakuaga nani? Huyu anasikiliza mpaka wachawi. Are we with the right Jesus Christ or is a fake Jesus Christ? Do we even understand who is Jesus Christ? Juzi nimeenda hapa Ethiopia nikakuta there is Ethiopian Bible. Nikaitrace nikaikuta Russia, Moscow, nilikuwa Moscow. Nikakuta huko hata wao ndio walikuwa wananiambia Yesu alikuwa mtu wa black. Na nikakuja nikaanza kutakaza kuogea hapa. Nikaitwa na wasema bishop kadhaa. Wakaniambia hiyo maneno naogea sasa ni ya shetani. Na kulingana na tunakujua historia yako ni kumaanisha haujaokoka vizuri. Nikamwambia pana si kuokoka. Mimi mwenyewe nilikaa chini na Putin. Nilikuwa inaitwa Kremlin. Kremlin ndio State House. Nilikuwa huko ndani. Na nikapata picha za Yesu, he was black. Na Putin mwenyewe akaniambia Jesus was black. Nikatoka huko nikaenda mahali kunaitwa St. Petersburg. Huko ndio sasa kule kuna semekaka lile jiwe ya Peter pale alisugumusiwa ni huko St. Petersburg, si hapa Vatican. Sasa nikaenda huko, nikakuta kila kitu mpaka watumishi Musa wote kila mtu kule wote ni black. Kule ni wazungu lakini wameweka picha za watu black. Na sisi hapa nikakuta mama yangu kwa nyumba amehangi, mama ni Mama Maria, amehangi msemo mwingine amekaa hivi ni Yesu na watu wengi wote ni wasugu. Alafu kule kado nikaona kuna kipicha mama yangu alikuwa amepatiwa kwa kanisa yao ya shetani black. Shetani ni black. Si shetani ni black. Yes, shetani ni black. Nikapata kwa mama yangu amehangi picha ya black. Lakini upande huu mwingine nikaona malaika wengine, malaika kina Gabriel alikuwa amechorwa hapo ni mzungu, Rafael ni mzungu, Zedekiel ni mzungu, Zuriel ni mzungu, wote walikuwa wasugu. Alafu nikaambiwa shetani ndiye alikuwa mkubwa wa hawa malaika. Sasa nikajiuliza, kwani hawa malaika walikuwa wakiongozwa na black man? Ama ilikuwaje akabadilika akakuwa black? Mnajiulizaga hiyo swali? Maana malaika wengine wote ni wasugu. Lakini shetani ni black, na shetani ndiye alikuwa leader. Alikuwa leader ya wasugu. Mnajiuliza kama swali kama hiyo? Ndio abadilike akuwe black. Ama alikuwa black, ama hawa walibadilika wakakuwa wasugu. Ni nini ilibadilika? Ni shetani alibadilika ama ni wasugu walibadilika? Those are pertinent questions that you need to ask when you are preaching the gospel, so that we can understand where we headed to. Hapa niko na vitabu vitatu. Kitabu cha Catholic, the Bible, Catholic Bible. Iko na 72 books. Niko na Ethiopian Bible. Niko na vitabu 83. Niko na the normal Bible, iko na 66. Bishop, nataka unijibu hii swali. Tukiingia kwenye kitabu ya Revelation, sijui nitoduane ama nitoduane, nasema ati mtu asiogese wala, ni kitabu gani hiyo? Usitoetoe na usiogese.
Ukitoatoa na uogese utawekwa nini? Matohoho. Hello. Sasa hii 66 na hii 72 na hii 83 ni gani ya matohoho na ni gani si ya matohoho? Sijui kama naongea, msinichukulie bado nimeokoka baba, nimeokoka. Ni maswali najiulizaga loudly. Because huyu alitoa 80 from, maana Ethiopia niko na 100. Hii alitoa kutoka 100 akaenda akapugusa. Nasikia anaitwa wamuitagate Nimrod. Na huyo mwingine anaitwa nani? Kuna Nimrod na huyo mwingine Constantina. Hao ndio waliandika. Alafu hii kitabu iliandikwa na King James. Hii tuko Biblia ni ya King James. King James alikuwa king wa Europe, wa UK. Ndiye alitafsiri. Alafu ukisoma somo nasikia kuna verses zingine zimetolewa, kuna zingine zimewekwa. Sasa ni gani iko na matoho? Ni gani iko na ni gani haina? Na mwenye aliweka hiyo, aliweka kwa sababu nasikia Constantine hakuwa ameokoka na mpaka saa hii hajaokoka, lakini ndiye alianzisha kanisa na ndiye alianzisha kibatizo. So what kind of a religion are we following? Are we truly Christians? Are we following the right Jesus or we are following a European man? Because nilienda kufanya utafiti, huyu jamaa wa Catholic wa mihani, huyu Yesu. Si hata kwa anaweza kuwa picha yake, huyu mzungu. Nilienda ako Nottingham kule UK, the actor, the one who acted the movie. He's still alive. Na nikamulia hivi, the one you are hanging in the house, the one you have his photograph, ako Nottingham, na nikamulevi. Bwana Yesu asifiwe sana. So my point is not to discredit. My point is to have a strategic plan as a Christian. The mission of Jesus was not about religion. Was about the kingdom. The mission about the Muslim is about the kingdom. The mission about the Freemasons and others about the kingdom. What is your mission as a Christian? What is our mission? Why are you being called a Christian? Why do you go to church? Why do you call yourself the name Joseph, the name Michael, the name whatever it is? Are we heading somewhere? Kuna mahali tunaenda kama wa Kristo? We are not heading anywhere. We need to be united. Nimewambia mambo ya Muslim in Kenya, what they have planned and it is working and it has worked. Saizi guza Muislamu uone, guza. Hata Ruto mwenyewe hawezi guza Duale. They are opening, wanafungua chama yao. Unaona siku hizi Duale anavaa kofia ka blue. That is the color of their party. And they want now kufanya wamekosana na Ruto wa split. Ndio waende watengeneze kichama cha Kiislamu. Ndio when they coming to seek kukaa pamoja na wengine, wakae from yao kuna chama na sisi tuko na chama. Kama ni wa Monyoro, wao wako na chama, wewe uko na chama. What about you as a Christian? The one that is carrying the inheritance. Mtoto wa ni mtoto wa nani? Sara. Bwana Yesu asifiwe sana. What is you doing? Can you stop fighting your brother? Can you stop fighting your sister? And let us build the body of Christ. Can we stop that? And become one. And defend each one. It's like, so when one has been attacked, it is you who has been attacked. Can you bring this unity to build a body of Christ? And atuseme hatutaki. Kama ni sisi tuliweka Ruto kulingana na venye inasemekana, sisi mabishop na mapasta na wengine na maprofeti ndio tuliweka Ruto. So it means you are powerful. Nyinyi ndio mliandika nani? Ruto kazi. Why can't you use the power and sack him if he is not good? The same power you used to employ him. Kama mlisema kalabashaka tarabosa, tuseme hiyo na atoke. Badala tushinde tukisema one term na two term hapa. The body of Christ be strategic. Just be strategic. Kubali tu tuunganike pamoja. Kubali tu we become one.
tukae chini, we get a leader, we get some people to lead us, we build institutions, we build a plan, we draw a plan. Walikaa Abuja wakachora a plan. Wewe badala uchore plan, unapanga venye kanisa ya mwingine itaanguka. Unapanga venye unauliza sasa dola ni nani anatuita? Ameokoka. Nani alikupatia kitu ya kupima uokofu? Who gave you kiokometer? Ulitoa wapi? The same Bible you are reading, do not judge. Why are you judging me? Because I'm not liandorinaring. Sisemi ronoko tarabaka. Hiyo ndio umenipiga nayo ama kwa sababu nimeokoka jana? Kwani Paulo alienda shule gani ya kusoma? Which school did Paulo go? Yeah? He didn't go to any school. Alifunguliwa macho kutoka Galatia na mchaka na akaanza kuhubiri. He is the author of many books in the Bible. Alitumia elimu ili alikuwa nayo mbeleni, akaibadilisha yeye mwenyewe, akaitumia katika kuendeleza kazi ya Mungu. Sasa unanipiga kwa nini? Kwa sababu nilitoka Mugeke. Na si wewe ulikuwa umenipeleka Mugeke. Na si wewe ulinitoa Mugeke. Mimi sikuhubiriwa na mhubiri. Mimi mwenyewe, Mungu mwenyewe ndiye angalia Msesa Samirari. Sasa ukimuuliza alikuja kufanya nini hapa? Atasema alikuja kufanya nini? Simu mwambie apokee neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you understanding now? If we can stop fighting, we can stop hypocritical moves, we can stop being hollow and failing to understand what Jesus wanted, tutakuwa watu taenda bali sana. We are the majority. We are powerful. We have a strong God. We have a strong foundation. But we don't use the foundation to edify and glorify the man we are calling as our Lord and Savior. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us build this unity. Let us become a brother's keeper. Wewe mami, amuka. Ama ukuliwe kofi na huyo pastor mko naye hapa. Usilale. Sasa unalala kwa nini? Ulaile toro ama ulilala ukiomba? Ajua niko na sister yangu ule nafuata. Alikuwa naomba sana. Alikuwa mshirika wa kwa Muiro wakati Muiro alikuwa moto. Sasa tulikuwa tunakimbia by saa 1 tufike kwake, kama kwa sababu ndiye alikuwa anatupatia kitu ya kukula sana. Unakimbia saa 1 ndio uchukue ile kitu unachukua. Bana akianza saa 1 kamili ataomba mpaka saa 4. Sasa itabidi mungoje mpaka saa 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi mingi sio haisaidii. Mimi nimejaribu kutafuta mahali Yesu aliyefanya maombi mingi sijaona. Mahali Musa alifanya maombi mingi sijaona. Ile kitu naona watu wa Bible walikuwa nayo, walikuwa na relationship na Mungu. Si maombi walikuwa na mingi, walikuwa na relationship na Mungu. Musa alikuwa na ulizo na Mungu, ni nini umeshika kwa mkono? Anamwambia niko na fimbo, agusha chini inakuwa nyoka. Hakuambia Mungu, Baba na kuomba hii fimbo ibadilike kwa nyoka. Ni Mungu alikuwa anamuuliza because he was a friend, walikuwa marafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama huyu rafiki ni rafiki yangu, wewe ni rafiki yangu, nitashinda nikikuambia wewe ni rafiki yangu? Nitakuwa nikikubusa? Hapana, a friend in need is a friend. So ukiangalia Biblia mzima, wale watu wametumika pakubwa ni watu walikuwa na relationship, urafiki ya Mungu. Lakini sasa wewe una shida, umetoka Katoroni 40 nights, umerudi umekuja umekaa siku nyingine sana ya kupumzika, umetoka hapo umeenda Heaven's Gate, umeomba tena siku nyingine 21, umetoka hapo tena umekuja umepumzika, kwa maana ulikuja ukakuta landlord amefuga nyumba. Ukatoka hapo ukaenda kwingine, ukirudi tena ukakuta mpaka mlango imeng'olewa na mabati imeng'olewa ya juu. Yani unashindwa, kwani huyu Mungu naenda kuomba ukikuta unakuta kuna madhara imetendeka kwako? Is that a God? Where is the relationship of your friend? Why is he not taking an action in your life? Because I am supposed nikisikia mtoto wako ni mgonjwa, unipigie tu simu, unaenda Kenyatta, utanikuta Kenyatta hapo nimekugojea.
mpaka ninakuuliza uko na pesa. Sasa hiyo ninakwambia tunaweza tumia kadi ya SHA. Hata unaanza kufanya ujaja, kadi yangu ya SHA ifanye. Because you are my friend. Where is your friend? Maana Mkristo saizi is the poor of the poorest. Alafu unasema ati Mungu ni wa maskini. Mimi Mungu yangu si wa maskini. Mimi huyo Mungu akikuja hapa nisikia anaingia hapa, nitatuma goons wamfukuze. My God is not a God of the poor. He is not a God of poverty. My Father is the owner of gold and silver. So do I. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto ya Ruto anaweka majina yake Doom, Sui, what kwa gari. Na hakuna polisi anaweza kuuliza gari yake. Si unaona zinaenda wrong side. Na ndio zimeleta mpaka hiyo kitu inaitwa nyoka nyoka. Inaenda kinyoka nyoka, sijui ni badagani hiyo. Nyoka nyoka na ndo inaua watu na iuliswi. Maana ni mtoto wa nani? What about you, the owner? Your father is the owner of silver and gold. Na nyumba yako imewekwa kafuri na mtu haidagi kanisa. Where is your father? My brother, where is your father? Kanisa imewekwa kafuri, kanisa yenyewe imefungwa kafuri kwa sababu umeshindwa kulipa rent. Yet your father is the owner of silver and gold. Where is your father? Did he die? Are you an orphan? Huh? I say, are you an orphan? No. Then where is your father? Why can't your father be known? Hapa nikiangalia hivi naweza kuona mapasta wawili watatu wanafanya kwa muhindi hapa industry hii. Siwezi kukosa mapasta watatu hapa. Wanne watano wanafanya industry hapa. Muhindi saa hizi ni saa ngapi? Ako karibu kufuga. Aende kwa msikiti dakika ngapi? Allahu Akbar. Ya. Anapiga muduru mara ngapi? Mara 5. Agurumisha gari yake. Aende Serena kukula sahani moja shilingi 6,000. Na amebeba marafiki watatu. Wanaenda business lunch. Si ndio? Alafu pasta mfanyikazi wa huko, duka inafugwa, factory inafugwa, anatoka hapo nje kupiga injili. Nakwambia mambo inaenda kufanyika. The Lord is coming. Siku ya kwenda. Sasa akimaliza kupiga makelele hiyo yote, yule mama wa kutoka kule Kayole amepika githeri na maji ya sewage. Na ndoo amewekelea hapa. Pastor akimaliza ndio huyo anapanga laini. Na kabakuli awekewe githeri ama iletangwa nini? Chapati chafua. Ama chapati gani? Chapati choma. Supu ya maharagwe. Na nini? Na chapati. Kachapati kenyewe ukikagalia hivi unaona the other side. Na halipi, anaandikwa kwa kitabu alipe Friday. Na ile kitu anaandikwa kwa kitabu alipe Friday ni shilingi 200. Bosi yake mwenye hata eda biguni ako Serena akilipa sahani moja shilingi 6,000. Where is, uliza mwenzako, where is your God? Where is your God? Where is our God? Alienda wapi? Who are we following? Hiyo ndio swali sasa nimekuja imenitatiza sana. Na nimekuwa nikiomba nikiuza, kwani who am I following? Kama huyu anafollow huyu, ninaambiwa ni Muhammad. Anafollow Muhammad na Allah, na ninaambiwa ati Allah ni shetani ama ni jini. Ndivyo nasikia watu wakisema ati ni jini. Huyu anafuata jini na inampatia chakula na inampatia maisha mazuri, kagari kazuri. Yeye huyu anafuata jini, wewe ambao unaenda biguni umeajiriwa na mfuata jini. Anayekulipa mshahara ni mfuata jini. Mungu yako alikufa. Jini ndio inakulisha kwako. Sasa ni itakuwaje hautabeba yale majini upelekee watoto wako, upelekee mke wako, upelekee kwa nyumba. Wewe uende kanisani kwako Jumapili, majini yale uyapelekee washirika wako. Bwana Yesu asifiwe sana. And then you are claiming to go to heaven. I can assure you 100%, none of you here can enter heaven.
Sioni mimi nikiwatagulia, sioni tukiona mbinguni. Sioni. Sasa utaenda kuexplainia Mungu nini? Ulikuwa unapatiwa chakula ni mpika Kristo. Ulivaa nguo ya mpika Kristo. Kiatu ni mpika Kristo. Microphone ulishika ni mpika Kristo. Tai umefuka ni mpika Kristo. Kila kitu ni mpika. Wewe akili nilikupatia ilifanya kazi gani? Maana wakitumia hii nani ya talanta. Tukitumia policy ya talanta, ulisema kuna mmoja alipatiwa ngapi? Na mwingine? Na mwingine? Yes, alafu akaulizwa yako iko wapi? Akasema yangu ilienda hivi, yangu ikaenda hivi. Mwingine akasema yangu ilikauka. Mwingine akasema ilimea. Sasa Mungu akitumia hiyo process, tuseme hiyo ndio itatumika. Maana ni process zote. Maana nilisoma kwa Biblia hii nikasikia kuna kitabu na kuna nini? Na kuna vitabu. Sasa ile imeniweka wasiwasi ni hiyo vitabu. Maana si kimoja, inaweza kuwa imeandika historia yako, imeandika wewe ulikuwa nani, imeandika kila kitu about you. Sasa hiyo kitabu moja ikifunguliwa ya akili, tuseme Mungu afungue, nilikupatia akili. Uliitumia aje? Utaexplainia Mungu uliitumia aje? Sasa mko na mshaina, ati mshaina atachomeka kwa sababu ni mpiga Kristo. Sasa tuulizwe mambo ya akili. Wewe na mshaina ni nani anafaa kuchomeka? Yeah? Wewe na mshaina ni nani anafaa kuchomeka? Ati hajui Mungu? Hii akili anatumia ni ya shetani. Mshaina akipasuliwa ako na kitu ya white hapa. Wewe uko nayo? Wewe uko nayo? Uko na ubogo hapa kama ya mshaina. Mshaina ndiye ametengeneza barabara. Mshaina ndiye anakuvalisha. Mshaina ndiye akupatia chakula. Mshaina ndiye anafanya maisha yako yanakuwa mzuri. Sasa wewe unasaidiwa, uko na usaidizi gani biguni? Wewe na mshaina, who is more important in heaven? Then kwa hivyo wewe unachomeka. Ikifika ni hiyo maswali tuulizwe hiyo, wewe utachomeka. Kwa sababu mimi apart from hiyo mdomo tu naongea nayo, ni nini niko nayo hapa ambayo si ya mshaina? Hii ni ya nani? 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 So who is preaching here? Hii screen ni ya nani? Hiyo kamera ni ya nani? Hiyo nguo umevaa ni ya nani? Hiyo toothbrush ulibrush meno yako isinuke ni ya nani? So what can you present before God? Apart from the noise you've been making. What can you present before God? Waambie Mungu hii ndio nimeleta. Ulinituma kazi. Kazi gani ulifanya? My brother. Munichukie tu hakuna shida. Mimi nimezoea kuchukiwa. Munichukie tu lakini lazima niwaambie nini? We need to change. We need to build an institution that embraces what we talk about. You can't be talking something about something. Tunasema mchaina atachomeka, muhidi atachomeka. Nani mwingine mnasemanga atachomeka? Muislamu. Hiyo neno ya kusema atachomeka nani alikuletea? Nani alikuletea? Ni Msugu. Huyo Msugu amewachana na hiyo kitu alikuletea. Now he's a devil worshipper. Na amegeuka. They are not embracing church anymore in Europe. They don't have. Kutoka sasa mwezi wa 10 kwenda June, November, December ni mwezi wa Halloween. They celebrate 3 good months Halloween. They celebrate the devil. Halloween. Hata ukigia hapa Serena kesho next month utakuta kuna kale kitu kamenu kakuwekelewa hapa uende usome. Kameandikwa hello. Ameandika jina hello hapa juu, wameweka glasi ya wine, alafu hapa chini wameandika wine. Lakini ni Halloween. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wetu saa hizi, majensi, most of them are there. Wameingia kwa Illuminati. Your sons and daughters, ukiwakuta kwa simu zao, what they are doing is demonic. Na wewe saa hiyo unapiga makelele huko kwa bedroom, baba ninakataa waabudu wa shetani. Na watoto wako wote ni waabudu wa shetani. What? So I'm sorry to have told you this. Singetaka kuongea. Wewe mami, amuka sasa nimemaliza. Najua nimemboa mpaka karara. Nimemboa mpaka karara. Singetaka kuambia hivyo, lakini sijui ni kwa nini nimesikia tu niwaambie. Mimi Mungu aliniita hivyo na sijai kuwa mtu mzuri maisha yangu yote.
Na sijui ni kwa nini. I don't know the reason why I've never been a good person. But I want to encourage you katika Mfalme wa Amani. Hiyo kazi tumefanya, tulikuwa kule Jacaranda, tulianzia Nakuru, tukakuja Jacaranda, tukaenda kule Archives. We are now heading to Murang'a. I want to encourage you that tusiwe tunakuja tu tukiitwa. We can plan for a day. Tuwe tunakuja, tunaomba tu. Maybe a Monday, twice a month, once a month, or every Monday or every Tuesday. Ila tutaona tu. We come. Tuanze kuomba. Na si kuomba tu, si kukuja kupiga hapa kaka. Tutafute curriculum yetu. Tutafute mpango. Tukae chini tuabiane. This is our strategic plan. This is what we are going to follow. We are going to rescue our children. Kama sasa ukienda hapa Dadora, every 3 hours kuna kakijana kanapigwa risasi. East yote. Every 3 hours. Wawili, watatu, wanne. Either kanachomwa na watu ama kanapigwa risasi. These are our children. This is our future. It is being flashed. Enda pale Kenyatta. Ile ya huko. Ile hospital moja ile ya huko ya kupeleka watu wa Murang'a. Inaitwa nini? KU. Ni KU. Enda hiyo moja. Hiyo ni moja ya watu wa Murang'a. Na ingine iko huko, lakini ile ni ya matajiri wa Murang'a. Ile Montezuma. Hii ni ya maskini ya Murang'a. Enda saa hii utakuta ni kama ka bazaar. Ni kama ni magari inauzwa. Tu Pro Box ni kama 1,000,000. Tuakupeleka nini? Watoto kwenda kuzika. Parents are burying. That is our work to rectify this. That is our work. We need to have a strategic plan and stop this. We are capable of stopping. We are capable. We are capable of coming with a strategic plan to say Dadora tunaenda kuivamia kama men and women of God. Tuende tusimamishe drug huko, tunajua. Tuende tusimamishe pombe huko, tunajua kule ziko. Tunajua what is happening around there, and go. Tuambie administrators in the area, we want your security, we want to go. Tunajua ni mama Kayaye, ni mama nani, ni mama nani, ni mama nani. We go, we stop it. Not only preaching huko kwa makanisa, they will not come. Mimi nimewabebeleza mpaka nawapatiaga pesa hapa. They can't come. Wananiambia tupatie kichere tuende. They can't come to church because church is hypocritical. The church is demonic. It's not of God. Hii ni nganga nasemanga ni makiosiki. Hizi ni makiosiki tu. There is no God in these churches. Hakuna kabisa. So let us go. Let us build a strategic plan. We become one. Tuende Dadora, tuende Kasarani, tuende kila mahali. We stop it. Tuingie Murang'a, tuingie Kiambu, tuende Kisii, tuende all over na mabasi. Tunakoboa mabasi, tunaenda kurescue Nakuru. Tunaenda kurescue, barabara ziko na accident. Hapa juzi unakuta hapo Girigiri. Hapo Girigiri kuna moja limejengwa karibu na barabara. Hapo ndio accident. Every week there must be an accident. Hapo juu yake ndio watoto walichomekea. Mimi nikaenda nikabia wachungaji wako huko. Are you thinking about this mortuary? Mnasema ati shule anga sijui elimu sijui nini ifanyika. But you can just every Friday there is an accident hapo Kikope. Umeona? Kutoka Kikope mpaka kule hapo jiji Kariandusi sijui ni tangu Kariandusi hapo Bere. There is an accident. 2 or 3 people must die. There is a morgue ilijengwa hapa Juma. Hapo juu shule ile ilichomeka iko wapi? Iko hapo juu. Don't you see the factor of this morgue? Yeah? Don't you see the factor? Who could have? Ni nani alijenga hii mortuary? Is he a person that is? So singiri biashara ya mtu. Lakini what are we? Sisi kama watumishi wa Mungu. Sisi like the workers, the co-workers with Christ. Jesus never hakukaa chini, alizunguka mitaa akibadilisha maneno. Alizunguka. Sasa wewe kuku unakaa tu hapa, uongojee semina ifanyike, ulete watu. Unaleta watu wakafanya nini hapa? Unaleta wafanya nini hapa? We have educated men and women of God who can draw strategic plans, who we can be able to raise. Bwana Yesu asifiwe sana.
Niliona mchungaji wengine walinipigia simu jana. Ati nilikuwa nimewaambia walete watu na walikuwa wanataka kulipwa. Sasa nikamuuliza nani alikuwa kulipe? Si ni wewe, tulikuwa kazi yako. Okay, ulikuwa kazi yangu wapi? Kule Jakarada. Ni mimi nilileta watu 10. Nikamwambia basi nenda uwalete hapa kanisani niwaone. Na unilete picha wakiwa Jakarada ndio nione, maana walikuwa kwa shamba yangu. Sasa imefika kiwango lazima ulipwe na mchungaji. Ati ulipwe kuja maombi. Lazima nikubebeleze na breakfast, ukule mayai, ukule nini. Ati ndio ukuje nikuambie a man of God. A man of God, how do you expect to grow? How do you expect to expand? How do you expect? Why are you attracting a lot of poverty? Hizi vitu mnaonanga mnatengenezwa at breakfast meeting. Wachana nini na hizo vitu? We don't know what I'm harvesting. Chakula ni kitu baya na ni kitu mzuri. Na hii pesa mnapatiwa ni kitu baya. Wewe ni mchungaji kama mimi na una expect nikupatie 1,000, wewe nikupatie moja, wewe nikupatie moja. Unafikiria nilitoa wapi 1,000 na kupatia? Sina watoto nalea? Ndio nikuwe na pesa. Unafikiria nikukupenda na kupenda sana? Halo? Bwana asifiwe sana. Life is spiritual. Life is spiritual. Your ministries are being killed by people you don't understand where they got these powers from. And that is why you are always poor. Kanisa ni ya watu 5. Wakiongezeka watu 6. Wakitoka wanatoka 2, unarudi 4. Kwa sababu ya maasira unakuwa hata wakienda waende, mimi sijalishi. Hawa watu hata wakienda, they are not attached to my destiny because una hasira ya nini na wameenda? Kuna mtu yako ulimtengeneza. Mpaka unatengeneza samoni mzima. Wakienda wanalaniwa, lazima muheshimu mafuta. Msipomheshimu mafuta, hata ukitoka kanisa hii hautabarikiwa. Sasa why? Kwani wewe ndio umebeba baraka? Wewe mwenyewe ni mchawi. Hiyo mahubiri unahubiri ni ya wachawi. Wewe mwenyewe ni mchawi. Unafikiria uchawi itafika mahali? Bwana Yesu asifiwe sana. Poleni lakini. Sina uwezo mimi. Tafuteni Mungu. Tafuteni Mungu. Let us seek unity and build a welfare. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us build a welfare. Me, I want to walk with men of God like you. Nataka kutembea na nyinyi. Na mimi ile kikosi natengeneza si kikosi ya Wakristo nyinyi. Ni kikosi ya Wakristo, Kristo mwenyewe. Mwenye alikubalisha Peter abebe panga. Mwenye alikubalisha kutembea na mtu kama Juda. Mwenye alienda kanisani akakuta watu wamefanya kanisa imefanyika nini? Soko. Akachukua nini? Nyahunyo. Akanyorosa watu. Si alinyorosa watu? Sasa niambie wewe, kwa sababu umesoma Biblia, alitumana duka gani Nyahunyo? Yeah? Alikuwa na beba ya nini? Kama ni mtu mzuri. No, alikuwa na beba ya nini? In case. Kwa hivyo alijua kuna in case. Yaani maana nimejaribu kutafuta basi moja inasema na akatumana dukani kukanunuliwa Nyahunyo zikuje. Yaani alikuta wakiuza, akachomoa, yeye mwenyewe alichomoa ya kwake. Kwa hivyo yeye ndiye alikuwa ameambia Peter bebaga panga. Maana alichomoa ya kwake. Huyo Yesu ndio namtaka katika maisha yangu. Huyo Yesu mwenye anafanya action, anabadilisha maneno, huyo ndio Yesu ambaye nitamfuata. Yesu akoniambia atipkati ala baba shendere. That Jesus ni nani? Tunasemanga nini? Non-applicable in my life. That is not my Jesus.
I know a Jesus who was born a liberator. I know a Jesus who was born a giver. I know a Jesus who was born a general, a commander. I know a Jesus who was born a politician. Not a saint. Jesus was never born a saint. He was sent to come and change. And you just don't change things by being a saint. You change things because you do against, completely against what they are doing. Na ndio maana alikosana na Mafarisayo, akakosana na Masudasi, na akawaita nyinyi ni mambweha. Sasa nikikuita mbweha utasema huyo ni pasta kweli? Yesu, kwani Yesu aliitana mbweha? Yeye alikuwa Yesu kweli? Ama hakuitana mbweha? Aliitana mbweha. Sasa nikiita huyu mchungaji mbweha atasema huyu si mchungaji. Wachungaji hawaongeagi vibaya. Yesu alikuwa anaongea matope kuliko nyinyi. Maana hakuweza, he never entertained nonsense. He never entertained those people who are against the kingdom. Let us talk about the kingdom. Muondoke kwa dini. Hallelujah. Muondoke kwa dini. Dini is a hypocrisy. Dini ni ya shetani. Tuingie into the kingdom. Seek ye the kingdom and its righteousness. Get out of those churches. Itakusaidia. Ngalia bishop, hujeti miaka hii gana? Karadi. 60. Na bado no radi roka goko. Kajesu hata ikugire mutanya omwe. Na hii maneno. Tumewekwa kwenye mchangio wa kishetani ili hali tunaambiwa tunaabudu Mungu. Let us seek the kingdom and its righteousness. Weka dini chini. Wacha hiyo kachinda kako weka chini. That's a small kingdom. That's your kingdom. Put it down and let us seek God. Let us seek his kingdom. The kingdom is righteousness. The kingdom is God. It's love. It's trajectory. It's win. The kingdom conquers. Hello. Angalia nani? Mimi nataka mkue kama nani? Joshua. Joshua alimwambia na Mungu usiogope wala usifadhaike. Lakini kumbuka Mungu mwenyewe alikuwa amemwambiaje? Nimekupa Jericho. Lakini ukiangalia chapter 1 amerudia kama mara 6. Usiogope wala usifadhaike. Maana Mungu hakupatiangi kitu ambacho hakijamilikiwa. You have to take it. You have to take it by force. This nation we can rule it. We can rule it. This nation will control the economy. Wacheni kukati mnakati mimi ni mtumishi wa Mungu. Walawi waliisha. Kama unafikiria ni mlawi waliisha. Hapana. Hawa Waislamu wamechukua maduka hizi na sisi tutafute pesa tuchukue hizo maduka. Na mjenge washirika wenu, sio kuambia waende biguni. Wewe ushaenda biguni? Kuna siku ulifika biguni? Ndio ukuje kuniambia tuende biguni. Kwanza tushughulikie mambo ya wapi? Saidia mshirika wako ajue kulipa nyumba na apate pesa ya kulipa nyumba, ajue kufanya kazi na apate pesa ya kufanya hiyo kazi. Saidia mshirika wako aendeshe kagari kazuri na si kumwambilia kuna ashike akifungua hapo juu. Ati hapo inua mikono yako juu. Inua mikono naona gari zimetelemuka. Kuna kifunguo kimoja, kuna logbook logbook. Ni wapi umesikia kuna gari imewekwa kando ya barabara ikaachwa bila mtu? Gari imetengenezwa na mpinga Kristo. Halo, Mjapani hajui hiyo Kristo wako. Gari ni kununuliwa, gari ni pesa. Fundisha mshirika wako kutafuta pesa. Don't usilee wapumbafu ndani ya kanisa. Usilee wapumbafu ambao hawajielewi. Lea watu wanaojielewa, wakuwe kizazi kinaojua kujenga nchi, kujijenga maisha yao na kujenga wengine wale. Hii kizazi tumeweka hapa ati baba Mungu wangu anakubarikije? Wewe mwenyewe hujabarikiwa. Ati ninaona kuna gari, wewe mwenyewe umekuja na motorbike mpaka matope haijaondoka kwa mdogo, kwa mgongo. Alafu unaniambilia kuna gari inakuja. Si uombe gari yako kwanza. Maisha yako imepogodhoka, imeanguka, unategemea kamia kangu ndio unataka kunipora, ndio unanitolea unabii. I say we must change. We must change. We must change. We must seek God. Lazima tumtafute Mungu. Na kumtafuta Mungu ni kufanya matendo ya kwake. Wacha tuondoke hiyo unafiki. Go and start training your people to work. Yes. Hawa watu wakikuwa empowered, you empowered.
Yes, wacha kuna washirika wote wamevaa mtuba kwa kanisa, mtuba ndio imejaa kwa kanisa. Na watu wa dunia wanavaa masuti, designer suit. Mimi siwezi kuvaa mtuba. Hapana. Na mshirika wako wangu akikuja kama amevaa vibaya na mfukusaga. Mimi sibebelesagi na mfukusa. Nafukuza. Si mmesikia hiyo story? Nafukusaga. Maana mimi najua kutafuta. I have investments. Nikiwa kwa Mungiki niliwanyaganya magari zote, mabarabara zote na manyumba na kila kitu na mashamba nikakatakata nikapatia watu. Hii moremu yote ni mimi nilikatakata. Moremu yote hiyo moja 1 2 3 hiyo kutembea paka uko chini paka dada ni mimi nilikatakata. Uulize watu wa kwanza kule wako na certificate imeandikwa jina yangu. Nilikuwa Mungiki. Na Wakristo walikuwa na baba tunakemea pepo ya Mungiki. Tunasabaratisha. Sikusabaratika. Maana Mungu aliona nasaidia watu wake. Mapasta huko wamejenga kwa ardhi niliwapatia. Makanisa yote ya Moremu imejengwa kwa ardhi ambayo niliwapatia. Alafu naenda kuniambia ukiwa kwa ardhi yangu, baba tunakemea dura, tunakaraba kokotoroko saka baba, unakauka mdomo bure. You're fighting me on my altar, madhabahu yangu. Nimekujengea shamba, nimekupatia jamba, madhabahu ni yangu, alafu kuja kusema marakondoro. Hiyo marakondoro itakuumiza. Ukiendelea unakauka hapo unapata na kansa ya mwemero hapa. Wachungaji tuondoke kwa kuombaomba. Tuondoke kabisa. We are not beggars. We are leaders. You shall lend not to borrow. You shall be a leader not to be led. You shall be, yani uenda hapo unabarikiwa. Ukirudi unabarikiwa. Stoo zako zitajaa. Mifuko itajaa. Yes, that is you. You are supposed to be leaders. Economical leaders, political leaders, social leaders, life leaders. Kini ukiangalia kanisa yako, hebu niangalie mhodi yako kwa tuangalia. Ile ilitolewa jana. Haikufika shilingi 3,000. Na wale watu ulikuwa nao wakati asubuhi mkifika huko waliopa. Uliwakuta wakiwa baba na kandamba. Kanisa mzima pako unasikia kama ni ati kuna presence ya Mungu. Hakuna. Ni presence ya poverty. Ndio ilijaa. Presence ya nini? Ya poverty. Ndio ilikuwa ukafikiria ni malaika wako huko. Poverty inabebwa na malaika. Sasa malaika wa poverty waliposikia wameitwa na poverty mingi, wakakuja kujua ni nini hakijatendeka huko. Halo. Wacha niachie tu hapo. Mtaniombea mazuri kweli? Najua last time niliwaongelesha nikasikia mgogo inaanza kuniuma. Akaanza kusema tunamvuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimalize yote? Yes. Tuache unafiki. Stop faking miracles. Stop kabisa. God is a miracle himself. If you live and walk according to God. Wacha nikuambie, mimi wakati nilikuwa Mungiki 100%. Na nikikwambia nitakungoa, nilikung'oa. Si ati nitakubahatisha, I will do it. Nikikwambia nabomoa hii nyumba, ninabomoa nyumba hiyo. Kama unaribudu shetani, kaa kwa shetani 100%. Unanielewa? Wacha kukaa kanisani, wewe ni mwabudu wa shetani, wewe ndio unasema limakanda, limakoto, limakaka, torobosaya, na wewe ni mwabudu wa shetani. Hiyo maneno yote ni communication yako na kwa shetani. Let us worship God. And his God will never fail you. Wakati nilihama Mungiki, nilihama kabisa. Nilihama. Na maisha yangu haijawahi ati mnaambia ati kwa sababu ulikuwa kwa shetani sasa umekuja kwa Mungu, lazima vitu za shetani zile. Hasikuwa na kitu ya shetani nilikuja kujua. Wewe ndio ulikuwa unaona niko na vitu zote ziko duniani ni za Mungu. Kwa hivyo hata hiyo gari nilikuwa nayo niko kwa Mungiki ilikuwa ya Mungu. Kwa hivyo wakati nilirudi kwake ilirudishwa. Mimi na gari tulirudishwa kwa Mungu. Yes. Maana sijasikia kuna mahali shetani ako na garaji yake. Hapana, hana. Mimi watoto wakati huo nilikuwa nimezaa. By then nilikuwa nimezaa watoto 25 nikiwa kwa Mungiki. Kuna mtoto wangu mmoja amekufa umesikia? Kuna mtoto nilifukuza.
Hapana, nilihama na wao, tukaingia kanisani na wao, na tukabarikiwa na wao. Watoto wangu wamebarikiwa. Halo. Sasa nakuja kuniambia sasa kwa sababu zitu zilikuwa za shetani. Ulisikia wapi shetani alikuwa na vitu zake? Ati sasa ndio kwa maana sasa hizi uko maskini, ati sasa uko kwa wilderness, sasa ndio sasa watoto wa Israeli licha ya kuingia kwenye jangwa hawakularukiwa na nguo. Hawakukosa chakula, hawakukosa mahali pa kukaa. Mbona wewe umekosa mahali pa kukaa? Eti ni jagwa. Hiyo si jagwa. Osho ni orogi. Huo ni uchawi. Hiyo umaskini uko nao ni uchawi, si jangwa. No. When God, you are operating on a God-induced wilderness, nguo hairukaki. Sasa angalia wachungaji wengi, ukimwangalia mchungaji hivi unaweza kuangalia mchungaji mpaka unamhurumia. Una shida, huyu ni mtumishi wa Mungu nini? Maana kiatu kenyewe ameweka katoni kule chini. Kiatu kenyewe ameweka ile karai amepasua vizuri, ameweka imekuwa soro ya chini. Na ni mchungaji. Then you say that you are worshiping God really. Nika yule koshura hoya. Siana shagu hata watoto hawezi kuwapatia chakula mzuri wa kule vizuri. Ukiangalia umejazwa kitabu pale na yule mama mboga, ule wa kuuza mboga. Kitabu mzima ni jina yako. Ulichukua ya 5 shilingi na si kitu ya maana unakopa, ni mboga za shilingi 10. Kwa bucha unajulikana matubo. Lazima kama tubo ka shilingi 20 kamewekwa kado. Si nyama ati nyama mzuri unaenda kukopa. Na akikunyima maana deni imekuwa imeenda sasa mnasakrabashetelele ninafuga hiyo kazi ramashike, yani hawatabui mafuta, lazima mafuta gani? Wewe hauna mafuta hata ya cowboy, hata ya blue band hauna duri mafuta inakutengenezea njia. Mafuta, ukiwa na mafuta inakutengenezea njia. Musa, ilihitaji Musa amuke tu aende safari. Akifika mahali wakasikia kiu, akaambiwa geuka hapo nyuma. Kagoga jiwe likatoka maji. Mafuta, hiyo ndio mafuta. Sasa mafuta yako ni kukemea mtu wa buchari. Ni kama alichinja ng'ombe ya kwako akapeleka hapo. Sasa umeendea nyama au umenyimwa nyama, sasa unaanza kuikemea. Nyama alinunua nyama, naye msaidie kazi yake ikue. Wacha kwenda kumlaani ati kwa sababu umenyimwa nyama. Kama hauna nenda kaishi kwa maisha ya bila kitu. Mami, wacha kuniangalia vibaya. You have to change. For us to be successful, lazima to change. Wachungaji to change. Wacheni kufake any life because we have faked everything. And we are faked because of money. Money is not supposed, you're not supposed to chase money. Money is supposed to follow you. Hello? The Bible says so. In the book of Deuteronomy chapter number 28. Have you ever read that? What does it say? Chapter 28 of Deuteronomy. If you follow diligently what I have taught you today and become faithful to it, these blessings will follow you and overtake you. So they will follow you and what? So wherever you be going, utakuwa unakuta pesa imekungojea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mahali popote utaenda utakuta kila vitu zako zimekungojea. And from there are 14 blessings ambazo ziko hapo. Only because of being faithful. Can we read it? Ani si tuweke hiyo Deuteronomy 28 ama nani yako pale? Lete tu nisome. Ni Kiswahili. Tusomeke. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo mwana wa Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote. Yaani kufuata maagizo unainuliwa juu ya mataifa yote. You become the head, not the tail. Acha nikusomea Kizungu maana wengine hamjui Kiswahili. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God,
to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations. Just being faithful, being diligent. You are raised above everything. And when you are raised above everything, you control. Na baraka hizi zote zitakujia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Baraka hizi zote zitakuja. Hello. Si utaenda kuzitafuta, hautalinae na hautalikiki, zitakuja. Only to be obedient, to hearken into the voice of God. That is all. Tuache tu unafiki. Mtakubali tuokoke? Kwa hivyo mmeanguka nyote. Kai. Sikuku, utaokoka leo? Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. And the blessings follows you. Blessing number 1 inasema utabarikiwa mijini na utabarikiwa mashambani. So you don't fear, naenda mashambani, I know the blessings will be there. Naenda mjini, the blessings will be there. There are men and women of God wako hapa ambao they live, hata maisha unakuta maisha ile nyumba anakaa unashangaa, ukiingia huko unashangaa. Ile godioma yote anadioma kanisani na maisha ili anakaa, unaona these are two different worlds. Hata kamlegeti mwenyewe kamezeka mpaka ukifanya hivi unaona the other side. Lakini ukimkuta kanisani, Bwana anakwenda kukubariki, Bwana anakuinua, unaenda kubarikiwa maisha yako. Lakini kamlegeti yeye anajifunika. Sasa unashindwa. Huyu mtu anakuuzia laana, analilisi laana kwako ama analilisi nini? Have you ever asked your question? What do you spread to your followers? Ole kagerelia ke unaachiliaga nini? Kwako mwenyewe hauna chakula na unaenda kuprophesy. What are you prophesying? You yourself is an agent of poverty. What are you releasing to the people? Hello? Najua watu wengi wanafikiri ni usharati tu unaweza kuachilia. Bana, hata poverty, look at yourself. Look at how poor you are. Look at how maisha yako unakaa. Then hiyo unaenda kuinulia, tinueni mikono yenu, naenda kuachilia baraka. Baraka kwako hakuna. Unaachilia nini? Unakuta mtu alikuja na kakiatu kamekaa hivi, the next 3 months anakuta na slippers iko na shimo pale na bigiji. Maana amegogwa na poverty. Na wewe ndio ulifanya nini? Wewe ndio uliachilia. Hello. Poleni sana. Naomba mniwe radhi. Mniombee tu niendelee kukua hivyo. It's a good challenge. Yes. Yeah. I will want you let us tukue na session. Gadhia. Tukue na session. Tusikujage tu kwa sababu ya kuitwa breakfast. Tutengeneze once in a month or twice in a month. We came tukuja sasa hapa tunaingia kwa mto tu. Unajua wale tuliogelea kwa mto watu wangapi? Ndio mkono. Wale tuliogelea kwa mto huko nyumbani. Wale tulikuwa tunaenda kuswim, tunaruka kwa mto. Tukiwa vipi tunatoa nguo sisi zote. That is what I want. Tufuge hiyo mlango, watu wakae hapa, tutoane nguo sisi yote. Tutoane kabisa. Ndio tuulizane, where did we go wrong? Ndio tuanze kusaidiana, tuanze kushikana mkono, tuambiane let us move now. Let us get there. I'm sure. Mimi Mungu ambaye namjua, ambaye alikuwa na mimi hata nikiwa kwa Mogeke, bado ako na mimi hapa na amenisaidia. I am not poor, I'm very rich. I'm rich. My God is not a poor God. Mimi naigiaga Jakarta na ndege. Wewe ushaingia na ndege? Na beba mtumishi kama ule. Gadhaia. Did you know tulisoma na huyu shule moja? We were in the same school, Moro Secondary School. Mimi tukiwa Moro Secondary School, maana mimi nilisomea shule 8. From form 1 to form 4 nilisoma shule 8. Maana kila mahali nilienda nilisababisha vurugu. Kila shule. Nilianzia Cardinal Tuga High School. Nikavuruga huko. Ni father alikuja kuniambia maneno ati nifanye hivi, nikamwambia can't do that. Nikafukuzwa.
Nikatoka hapo nikakuja mashule mpaka sasa ikabidi nisomea shule ya day, Model Secondary School. Ndio nimalizie huko. The first day nilikomboa nyumba ya kuishi hapo Model Town. Kitu ya kwanza nilitafuta kiwanja ya kuweka car wash. Na nikakuwa na car wash ngapi? 2. Na kitu ya kwanza nikatafuta shule ni watu wangapi wanavuta bangi, ni watu wangapi wanavuta sigara na mikate, bana tulikuwa tunapikiwa kachai. Sasa nikajua mimi ndio distribute bangi, sigara na nini? Na mikate na sconge. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule nje nikafungua car wash 2 na nikaweka 3 za kuuza mitura. Bado ninasoma. Sasa huyu na wakafukuzwa shule siku moja wakiwa watu kama 12. Wakafukuzwa shule kwa sababu ya shilingi 5,000, shilingi 8,000, shilingi 1000. Nikawauliza mnaenda wapi? Wakasema tumefukuzwa shule. Nikamwambia rudini shule nitawalipia school fees. I paid his school fees. I paid his school fees. Nikiwa shule. Sasa huyo Mungu ndio bado ninatembeaga naye. Hello. Mimi nilijilipia school fees. Na nilipotoka huko nikakuja Nairobi nikajitransform nikakuwa jambazi. Nikakuwa chokora, nikakota takataka kidogo, nikabadilika nikakuwa jambazi. Nikanunua bunduki yangu ya kwanza na nikaitisha watu na wakanipatia. That is my God. That is my God. Umwangalie venye unataka kumwangalia, lakini that is my God. Nimetembea na yeye hivyo. Alinifanya kule shule nikalipa ya watoto shule, wale watoto. Nililipia watoto shule. When I was in school, teachers used to borrow money from me. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuja hapa maisha ikateresa kidogo, lakini nikaingia chokora kidogo, nikateresa kidogo, lakini niliteresa for 1 week. The 3rd week nilikuwa nimeanza kuokota mabati. Huko Mwiki, nilikuwa naokota mabaki. Kule Mwiki kuna mahali kulikuwa na Kasarani Medical Center. Hapo ndio tulikuwa tunaokota mabati huko, tunaenda tunapima, tunalipwa shilingi 200. Nikapata 200 ya kwanza. Nikaweka kota ingine tena nikapata 300. Nikakota ingine nikapata 100. Sasa hiyo bado niko na hawa vijana. Nikaanza kukua na kikosi inanifuata. Siku moja nikipita hivi, mama mmoja hivi, na Mungu ambariki sana mahali popote alipo, kama ako hai, akaangusha kipochi chake. Nikiwa nyuma na kigunia na glue. Nikaona mama ameangusha kipochi. Nikaenda haraka mtu mwingine asione. Na nikaigoga. Nilipoigoga nikaikanyaga, nikainama nikaweka ndani ya gunia. Nikaenda kwenda kuangalia, nilipata iko na 20,000. Huyo mama mahali yako abarikiwe. And that was my turn around of my life. Maana hiyo 20,000 nilienda pale kunaitwa Maguo. Mnajua Maguo? Ile shamba ya Kenyatta. Nikaenda nikakata eka moja. Na nikafence. Nikachenga yadi ya kumwaga takataka. Hizo mabati tulikuwa tunaokota. Nikaambia sasa watu wote wa kuokota mabati nitakuwa nikinunua. Nikafanyika investor. Na nikajenga nyumba ya makaton. My 2-bedroom house ya carton na karatasi ya nylon. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikule kando nikajenga store ya kumwaga hizo mavitu. In 1 month pickup ilikuja hivi. Ikinyume. Ikapokelewa mabati. Nikatengeneza 50,000. My first money. Angalia bado. Nimejenga nyumba yangu. Yes, ni ya makaratasi. Nimejenga 2-bedroom. Kwa shamba ya mwenyewe. Yani Mungu ni mjinga akose kuona hiyo bidii. Huyo Mungu wako anaweza kuwa mjinga akose kuona bidii ambayo niko nayo. Akose kunipatia ardhi hapa duniani. Alinipatia. Na akaniambia nitakupatia shamba za kugawa. Ndio nimekuja hapa nikatengeneza, tukaingia hapo Dadora. Dadora ni mimi nilileta hiyo Dadora dumping site. Maana dumping site ilikuwa Githurai. Pale roundabout ya Githurai ukiingia na 44. Hapo kanisa ya Catholic hapo chini ndio kulikuwa na dumping ikajaa. Kwa sababu sasa tulikuwa nimekusha connect mahali pa kwenda kuokota. Na nimetengeneza kikosi. Kikosi hii yote ilikuwa inaleta hapa, inamwaga na pima na ninapeleka kama scrap. Nilikuwa nawalipa. Sasa hiyo ndio ilikuwa kikosi yangu ya kwanza. Mwambie mwenzako empower your people. I empowered those chokoras. Na wakawa wanalete mabati, kila kitu na wapimia na walipa kila weekend. Nikawaambia siwapatii daily, mtakuwa mkileta every Friday mnakuja.
mnapaga laini na walipa pesa zenu. Nikawaambia sasa hamtakuwa mkiwa wachafu, unakuwa mchafu ukienda kazini, lakini after kazi kuja. Alafu hapo ndio nikawakatakatia, nikawaambia kila mtu ajeke kabada apate mahali pa kulala. Hata kama ni ya karatasi, apate mahali pa nini? Pa kulala. Hiyo ndio hiyo dumping site ikafungwa. Nikaenda Dadora nikapata. Ilikuwa ya Muhidi, ilikuwa inaitwa Bimjiramji. Nikaenda hapo. Tukatengeneza. Tukaambia gari zote sasa ni mimi. Nikaambia magari zote za Nairobi waleta takataka wapi? Tulikuwa tunalipisha mia ngapi? Kule Mwaga shilingi 200. Alafu zingine sasa kuna magari zilitoka Ruda, zile za kabuni, zingine airport, ile kabuni ya NAS ilikuwa inaleta zile machakula mmekula mmeacha. Unajua watu wa Ruda hakulagi chakula yote. Anamenyanga tu samaki kubwa hivi, anamenya katoto kanaangalia kama yak. It is not testing well, inarudishwa, inatupwa. Sasa hizo zilikuwa uko ndani kwa dumping site, ilikuwa nimetengeneza kioski. Hiyo chakula ya Ruda ikikuja, tunaipaka vizuri, watu wale wanafanya kazi huko wanapata chakula ya kukula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama imewekelewa mafi ya mtoto, unakata hapo juu hivi, unatoa mafi, unaendelea na. I'm teaching you about my God. Ninataka kufundisha Mungu wangu. Mungu wangu aliopaleta mimi kimkora. Alikuwa mkora na mimi nilikuwa mkora. Tulisaidiana hivyo. Kukaa kidogo ndio ule raito rasta na wanogo na washosho wakakuwa wamefukuzwa sana. Wakajua hapo kuna mahali pa kujificha. Sasa walikuwa naleta bunduki zao, wanazificha wapi? Hapo. Kulalisha bunduki huko ilikuwa shilingi 1000. Zilikuwa wanalishanga bunduki 10, 15. Zinalala hapo. Kila siku shilingi 1000, bunduki moja. Hiyo ni pesa ngapi? Gari zile zilikuwa zinaleta takataka. Kila siku tulikuwa tunatengeneza 50,000. Na 15,000 tumetengeneza. Hizo ni pesa ngapi? Am I not rich? Hello? Yes. Na wale watu wote wanafanya kwa hiyo takataka walikuwa wanaingia kwa ruhusa yangu. Na ninawalipa. I was a rich man, a rich young boy. Sikuwa nasema Yesu, sikuwa naenda biguni. Nilikuwa hapa tu. Na nilitengeneza pesa wapi? Siku moja nikauliza kina wanogo, mnaendaga wapi na hizi vitu? Wakaniambia unaweza taka kwenda? Nikamwambia yes. Wakaniambia chukua moja, twende. Tukakuja hapa mahali gini hapa Siwabini, wapi msiende kuita polisi. Kwa bagi gine hapa pesa ilikuwa inasafirishwa, ilikuwa inapelekwa sijui wapi. Nikaambiwa sasa utasimama kwa barabara katikati. Ukiona mtu anakaribia ile gari unafyatua. Watu wanasambia. Sasa mimi sikuwa hii nimefuatilia. Sasa kumbe sikuwa najua inafurutaka mtu. Sasa nikaanguka chini. Wakati nilianguka chini, nilifinya trigger zikatoka kama 100. Kumbe ni Mungu tu alinitumia, ndio askari walikuwa nakuja wakatoroka. Unaona Mungu wangu venye ananitumia? Usiende kujaribu hivyo, utakufa. Nikafukuza, tulichukua 60 million. Tukaenda hapo dumping. Mahali pesa ukifika mahaba kwa nyumba yako, mahali pesa zinagawiwa. Hapo hiyo place inahesabiwa kama mtu. Sasa mimi nilichukua share yangu na share ya place. Na bado nitapatiwa pesa ya kuweka nini? Bunduki. Bado magari zimeleta takataka. Siku hiyo nilitengeneza milioni 12. That is my God. Hello? That is my God. That is how he uses me. And that is how he blesses me. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio baadaye tukakuja tukatengeneza kikosi kikubwa Mungiki nikatengeneza hizo maruti zote 1960 ruti gani zote. Nikalipisha magari. Na ukikuja ukileta nyefu na gari yako tunakunyaganya na inapotea, inapelekwa Tanzania, inakuja ikiwa scrap metal. That was my God. Kumaanisha watu wote walitii. Wakanipatia pesa za jioni za kunani? Kuandika makanga, driver na gari. Wakanipatia pesa. Na nikaendelea kutajirika. Polisi wakakuwa wanakuja, ninalisha polisi. Buruburu yote nilikuwa nalisha. The entire police station. Kutoka OCPD wote walikuwa nakuja to my office. Mnakumbuka wale watu wa Dadora, nilikuwa nimefungua koti yangu Dadora. Si mnajua hiyo koti? Wale wa Dadora. Nilifungua koti hapo na nilikuwa na jera yangu na nilikuwa na polisi wangu.
Koti ikiamua ufugwe unafugwa. Hizi manyumba mnabakisha za mjajenga vizuri, ilikuwa jela, tunaweka mtu hapo na anakaa huko. Unafugwa kifungo cha miezi 3. Hello. That is my God. And alinitumia hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. And he has never failed me. The same God is using me in a different way. The same God akaniambia fungua kanisa. Na ukifungua kanisa usiende kuhubiri kama wao. Si unajua wanakuogopa? Nikamwambia basi uwaambie ukweli. Maana wewe watakusikia ukiwaambia ukweli. Maana wao wanataka kuambia wadogo mnaenda biguni. Hakuna biguni mnaenda nyinyi yote nikiwaangalia hapa. Atile biguni. Muokoke tena. Na murudi kwa Yesu. Muokoke na murudi kwa nani? Wacha kuniangalia vibaya baba. Muokoke, murudi kwa Yesu, muanze safari upya na Mungu atawabariki. Na nyinyi ndio mtafanya Kenya ibarikiwe. Mkiokoka Kenya itabarikiwa. Samaki inaanza kuoza wapi? Kwa kichwa. So pale kuna lunch. Sijui kama ni lunch, mwende mkule. Na msikie vizuri. Na mubarikiwe. So tukubaliane, whether we make it monthly, tukue na lesson kama hizi. After tunakuwa na one day of prayers, tunakuja tunaomba na tunafundishana. Na tunaambiana ukweli, tutoane maguo kabisa, tukue noi kabisa. Ubishop yako uweke chini, upasta yako uweke chini, unabii yako ukikuja hapa, sisi hatukutabui wewe ni nabii wewe ni nini, weka kule wachie washirika wako. Ukikuja unachukua unabii unapatia mshirika, shika hii nitakuja. Hapa unakuja kama raia wa kawaida. Kuja hapa kama raia. Ndio tuanzane upya. Tuanze kuulizana tulikosea wapi. Kama mtu kama huyu wa Mogeke anabarikiwa na njia kama hizo. Hiyo ni baraka. Sisemi ati ni shetani. Shetani hakuna kitu anapatia kama mtu. Shetani anaitisha mama ya mtu ama baba ya mtu. Mimi mama yangu amekufa last year akiwa na 110 years. Yes. Na mimi nitafikisha 300 years kama Methuselah. Mimi tangu niingie hapo Datora, sijai kaa maisha yangu bila kuwa na gari mpya. Na wewe mwenda biguni unatembea hapa. Lazima kuruta nyamu yale. Now you can see the contrast. You can see the contrast. We need to seek God, si ndio? Tafadhali msinichukulie ubaya, na hata ukinichukulia ubaya shauri yako. Mimi sina mahali pa kuweka ubaya. Mimi I'm just like that. I'm just simple. Mimi na utaniona mimi sina bodyguard na sina driver. Na kwangu hakuna mtu akunifungulia mlango, ni mimi najifunguliaga, maana sijakosana na mtu na sijakula kitu ya mtu. Sijakosana na mtu. Na sijakula kitu ya nani? Na nikikula kitu yako nitakunyang'anya, nitakwambia nimekunyang'anya na hakuna mahali utanipeleka. Na hauwezi kunyang'anywa kitu ambayo kilikuwa kazini. Utanyang'anywa kitu ambayo hutumii vizuri. Mundu atunya kwa kidogo kitarahuthika wega. Bwana asifiwe sana. I'm not training you to become something else, but I'm just asking you, go back to God. Go back to what? Ebu muangalie ambaye mko na yeye, muangalie kwa macho vizuri and point at him. Mupointie hivi. Mwambie rudi kwa Mungu. Rudi. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niachie hapo na mbarikiwe sana. So ya mwisho kabisa ndio nikae chini. I will want to have people who will want to walk with me. A people that will want to walk with me. You register yourself. Ukuwe member wa mfalme wa amani. Tutatembea Kenya mzima. Kenya mzima tutazunguka. East Africa, Africa, dunia mzima tutaenda. I want that person mwenye atasimama na mimi tutembee. Usijalishwe na kwako kutakuliwa nini. Watu hawatakaa na pesa huko Ruda tukitafanya kazi ya Mungu. Tutawaitisha. Na tutafanya kazi. We are going to invest. Na kama hauna kazi unafanyanga usinifuate. Don't come and say, brother, the Lord bless you. It's like you are blessing. I'm already blessed.
No, don't come and tell brother God bless you because unataka kuingia kwa mfuko yangu. Hapana, you must work. Ukikuwa member wa Mfalme wa Amani, you must come with a strategic plan. This is what I want to do. Na tutakufuata. Usifikirie tutakupatia pesa alafu uende ukule. Tutakufuata. Ukikula tutakufinya na Yesu abaki mwenye kwa Yesu. Tutigo wotiga. I want to have millionaires. Nilikuwa kanisa ya Oyedepo. Alafu nikaenda kwa huyo mzee mwingine anaitwa nani? Oya? Huyo mzee kabisa. Adeboye. Do you know inside kanisa ya Adeboye kuna banki 18 inside the church. Hapa sasa unaona hii kanisa inside hapa banki 18. Wale wanafanyanga ushering na kufagia kanisa ni bank managers. I wish pangeni msiende kutafuta anointing. Maana Kenya iko na anointing kuliko Nigeria. Lakini panga lipa ni 80,000 peke yake. Pora watu wawili watatu. Nenda kanisa ya Oyedepo, ende tembea tu huko ndani tu. Tembea tu ujiangalilie. Ask huyu anafagia Asha. Atakwambia ni bank manager. Na Asha mmoja huko ni governor. Governor Sakaja ndiye Asha huko. Hako na kitaba. Ndani ya kanisa. Kanisa imejengwa eka 100. 100 acres. Na hapa huko na kanisa ka kioski kabandasiko kamejengwa na mabati ya mukuru ilichomeka, kamekaa hivi. Na kutembea huko natembeaga ni kama dunia inabodeka. No, we cannot live that way. We are the sons of the Most High. Our Father is the owner of silver and gold. No, we must connect ourselves with our Father. Ambia mwenzako okoka tu connect na baba yetu. Yes. Shikuku. Usionea shikuku. Shikuku ni rafiki yangu. Shikuku ni akili yana mingi. Shikuku akikuta watu wamekaa chini, hata kama alikuwa anapita, aona kama ni watu wanakaa chini, ataruka hapo na atakuwa chairman immediately. Akili ndio yako na mingi. Na hizi akili ndio tunataka tuziweke mahali zinastahili kukua. Na kutoka hapo ata control the whole system. Hiyo ndio akili tunataka iwekwe laini vizuri. Maana hizi hapa ni chap. This man, mimi nampenda hapa, akili ya mingi. Mahali popote akute, as long as kuna gathering ya watu 5, immediately kumaliza kusalimiana anakuwa chairman. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tu msamaha, najua kuna watu hapendi kuongeleshwa venye nimeongea. I'm very sorry for that, just forgive me. Forgive me. Mimi sitakagi kuwa na ubaya na mtu. Kwa hivyo ningetaka tukue, if you want to become that member, tutembee na wewe. Jiandikishe pale. Utapata mtu anaitwa Rogoro. Rogoro wako wapi? Yule amevaa nguo ya red. Wakolino wakimwona amevaa red watasema ni Michael. Michael havaagi red. Mikael, si ndio Michael? Mikaeli si ni Michael. Wakolino watatuambia ni Michael, ni Mikaelo. Mikaelo havaagi red. Mikaelo is an angel, na Michael ni angel of authority. Anavaaga blue. Ni wa blue, royal blue or royal purple. Any person ukiona anavaa red si Mikael, ni Auriel. Auriel is an angel of wisdom. Hawa watu wanakuwa na akili mingi sana. Ukiona mtu amezoea kuvaa red, akili ana mingi sana. Hata huyu namuonanga na shati ya red wakati mwingine. Sawa, mjiandikishe pale, then we shall have a sitting. Tupange, tuelewane, tusikilizane. This is the way forward. This is how we are going to support you. This is how we are going to support the ministry. It's about supporting the ministry and doing the work of God. Hii mumeona Jakarada
Na hii mmeona hapo sasa tunaenda Murang'a Ihora Stadium. Tunaenda kurunji kampeni ya kupigana na pombe na madawa za kulevya. Yes. So I want people ambao hawataogopa ni kuenda, tunaenda kuenda. Tukitoka hapo tutaenda Kisii, tukitoka hapo tuende Kakamega, tukitoka hapo tuende Kisumu. Na we shall be having forums. Also we are going to launch. Tunafanya launching hapa KICC and we are targeting to have 30,000 people to launch Mfalme wa Amani na affiliates organization zake. We have Besima, we have a microfinance inaitwa Besima. Tuko na TV station na radio station inaitwa Bethel. Tuko na vitu nyingi kwa pamoja whereby we can all benefit. Nilikuwa na youth the other day, nikapata youth watano, in them they were geniuses, very genius. Kamoja nikakutoka Gitare Marigo. Sasa hizi kako Safaricom mkakifanya kazi. I just connected them. So kile kitu tunataka tufanye is we shall train you tuende tutafute wale watoto wetu wamepotea. The mission that Jesus had, tuende tukawatafute, tuwalete, because how unaona wamekuwa dawa za kulevya because they have a destiny that the devil want to destroy. That is the way the devil alikuwa amenipeleka kule ndio animalise nisikuje kuongea hivi naongea leo. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are many people there, even you, hata wewe umefinyiliwa ndio ile kitu iko ndani yako isifanye kazi. We are going to work it up to change and to make it work. Okay? So let us build a body of Christ and move forward. I want pastors, bishops, evangelists, kila mtu. Lakini sasa ukikuja hapo, hii mambo ya kanisa ya kwako, usituletee hapa. Ujuaji yako usituletee hapa. Ukuje sasa tuelezane sisi wote. Tukielezana tutafute formula moja, tuende. Kiokoko yako mingi, uweke chini. Usituletee kiokoko mingi. Hapana. Kiokoko kama haijakusaidia, usituletee hapa. Tuletee ile kitu imekusaidia. Najua wachungaji wako na idea, but they lack anybody to support them to move forward. That is the people I want. Uko na idea and you need to be supported. We will work together as a team. I'm not going to support you, but we are going to work as a team. And then life will change. Because I want you to kienda mkutano. Sio kupanda matatu, sio kwenda na pikipiki. Hapana, tunapaki magari zetu. Venye Waislamu wanapakingi magari zao kwenye misikiti, tunapaki magari zetu. Venye Waislamu wanafanya mabiashara, tunafanya biashara zetu. Unaona wamejenga mall yao kubwa hapa Isili. That is an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. We are capable. We are capable. Kwani tukisema Wakristo wote kila mtu atoa shilingi 1,000, tuko Wakristo wangapi Kenya? Tukitoa 1,000 sisi tunanunua kiwanja na tunaanza kujenga. Yes, that is a unity we want. That is the love that we want. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuhakikishe kanisa tote tu mabati tumemaliza. Mimi I wish I can muniombee nikuwe president. Kitu ya kwanza, the first presidential statement tatoa ni kanisa yote ya mabati ngolewe iwekwe chini kwanza. Tuogee ikiwa chini. Sasa ulete maono yako. Unataka kujenga kanisa. Yes, what is your idea? Kanisa hii inataka ifanye nini? Tujenge kanisa nzuri. Yaani Mungu yako anaonekana. Sio unapaki gari ya shilingi milioni 2 ije ya mabati. Watu wakiabudu kwa kuko ndani wanakuwa na miavuli kwa nyumba kwa sababu nyumba inanyesha. Na gari hapo kanisani sana kako hapo ka milioni 2. That is kutotumia akili mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Gadhaia. Ni wewe ulikuwa hapa ni nani? Let's appreciate the man of God. You can do better than that. Amen, amen. Nashukuru na najua ya kwamba kila mmoja wetu amebarikiwa. Hapa tunaingia kuwa empowered. Tunakuwa, nilikuambia niliingia nikatolewa ujinga ya watoto. Kwa ninaitisha watoto mikesha, tunaweka entertainment. Na nikaona hapa tumefundishwa mambo zingine. Tuko na walimu kina Florence ambao wamehitimu kwa hayo mambo. Vyo wakati unapoingia mahali hapa, si unasaidika. Ni wangapi wanashukuru kwa yale ambayo wanafundishwa? Amen. Kwa hivyo hakuna kupoteza wakati.
haujapoteza wakati wako, ya kwamba umekuwa empowered. Na hivyo mtumishi wa Mungu anasema tutembee kwa pamoja. We register ourselves because this journey has started. Usikuje kubaki nyuma, baadaye useme ya kwamba unataka kuingia wakati basi imesonga. Tuko na dada yetu pale, you register yourself. Na hakuna mtu ambaye anasukumwa. Feel, ufanye hilo jambo willingly, bila force. Usiende kuharibu jina la mtumishi wa Bwana anasukuma watu. Hakuna mtu amekuwa forced. Ama sio mimi nimeelewa? Kuna mahali amesema kuna msukumo? Hapana. Kwa hivyo wale ambao wataingia ni wale ambao watafanya hayo kwa mioyo yao. Watakuwa wamefanya uamuzi wao wenyewe, na kwa sababu tutatembelea hii mambo ya mfalme wa amani ilianza Nakuru, Jakaranda ikakuwa so powerful, Archive ika-exceed kabisa. Na hayo yametendeka ni kwa sababu ya wachungaji vile mlikubali kumshika mtumishi wa Bwana Apostle mikono. Sujipigie makofi mazuri. Yeye peke yake hawezi. Akiwa peke yake hawezi. Ananihitaji, anakuhitaji. Na sisi zote tunamhitaji. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku ya leo ilikuwa ni siku ya kushukuru kwa yale ambayo yametendeka. Mikutano ambayo tumekuwa na breakthrough tumefanya, kwa support yenu ya maombi na availability yenu kujitokeza. Munaonekana mumetulia hapo, maaskofu, apostle, wainjilisti, manabii, kila mmoja ambaye ameshikilia haya maono. Mungu aendelee na kumbariki. Na yote ambaye anaomba kwa sababu ya haya maono, Mungu pia ataendelea na kumbariki na kumuinua. Your life, your destiny will not be the same again. Ukitaka kusoga mbele, support, ombea huyo mwingine asoge mbele. Praise the name of the Lord. Nilienda shule moja, mtoto wangu alisomea, imeandikwa ya kwamba star, mambo ya star inasema ya kwamba uzifanye star ya mwingine izimike. Ukiona ana shine na wewe shine, they glorify each other. Clap for our Father. Kwa hivyo sitakuwa blighter zote. Hivyo unasikia ametoa prophecy. Hatutakuwa tukienda na miguu kama mifugo. Ni magari napakiwa, magari na wekwa pale. Tutakuwa united. Better when we are together, walking together, praying together. Now we have tumekula ya kiroho. Tutakuwa tena tukikula ingine ya kujenga mili yetu. Praise the name of the Lord. We are here to empower one another. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kusiwe na mmoja ambaye atapiga hii maono, na hata ukiipiga haitakuwa na impact. Maana umeingia hapa, umekula chakula mpaka ya mwili, unaipiga ikiwa kwa system ya blood. Haitawezekana. Itakupiga wewe mwenyewe. Tukimaliza hii unaenda pale unakunywa chai, unakula mandazi, unakula madisi na sausage, alafu utoke upige maono. Itawezekana? Haitawezekana. Maana itakuwa kwa blood system. Haitawezekana wewe mwenyewe ujipige. Kwa hivyo tutasimama na Mungu atatubariki. Amen. Kwa hivyo after this tutakuwa sisemi tusimame saa hii. Sijamaliza. Bishop Kauda hajatupatia direction. Ni mmoja ambaye tumetembea pamoja na yeye sana na Walter, na niliwaambia ya kwamba ndio hawa wachungaji wakuje hapa. Mpaka sikuku mwenyewe tuliletwa na this short man Kauda. Simama Kauda. Huyu ndiye alituleta hapa. Mimi hata kama tumesoma na apostle, sikujua ako na mkutano. Bishop Kauda ndiye alituita. Na after sisi zote tumekuja juu Kauda alikuja.
Sijui kama mnaelewa. Mimi napatiaka credit where it's due. Sitakagi kujigamba ati tulisoma na yeye ati nimekuja. Nilikuja kwa sababu Kauda aliniita. Alinishika mkono. Akaniita kwa Fred yangu. Na mimi nikashika hiyo maono. Walter akazaliwa pale. Bishop Daktari akazaliwa pale, Bishop Daktari wa Bugu. Bishop Dr. Hosea naye akapatikana pale, na wewe ukapatikana mahali pale. Hapa tumekuwa tukichapa maombi. Hapa tumesifu Mungu. Na leo ilikuwa kweli ni siku ya kushukuru. Watu wamesifu kabisa. Kabisa. Nashukuru kwa hiyo. Nataka kumkaribisha Bishop Kauda akuje atusalimie. Alafu sasa kutoka hapo atapanga vile tutaomba, kwa sababu everything is ready. Na mkipeleka watoto, mpeleke watoto bila stress. Pelekeni na mkiwa na baraka kutoka kwa hii altar, na mambo yote yatakuwa sawa. Amen. Najua watu wanajiandaa na kesho na Wednesday watu watakuwa wakijiandaa kupeleka watoto shule. Tunawapenda sana na apostle anawapenda sana. Every time I talk with the apostle, na ndio unasikia akihimiza tutafute siku ya kukutana, tuelimishane. Amen. Mungependa tukutane siku gani ya kuelimishana? Toe ni maoni kidogo, Bishop. Once per month. Once per month tutafute siku moja ambayo tutakuwa tukikutana. Ni sawa sawa? Monday kama leo. Kwa mwezi moja tunakutana siku ya Monday. Simujipigie makofi mazuri, tumeelewana hivyo. Kama umesupport hiyo, let me see. Tukunakutana, tunakosolewa. God bless you so much. God bless you. Mimi naona tunaenda vizuri. Unajua ukiwa mpeke yako, hata ukue moto namna gani. Mimi napenda wanyama sana. Na sometimes huwa ninaangalia hyena, lions, buffalo. Ninaona buffalo ni strong, but inakuwa separated na lions. Alafu ikiwa separated, zile hyena zinakuja zikiwa mingi. Zingine mbele, zingine nyuma. Zitaiweka chini na itakuliwa. Being strong and you are alone, you are walking alone. My friend, wewe usikue chakula ya hyena hapa hii dunia hii. Bwana asifiwe. Let's walk together. Let's worship together. Let us pray together. Let us eat together. Hallelujah. Ndio ufarume wa Mungu utapata kuwa strong. Amen. Wale ambao walikudharau, kama mimi kuna watu ambao walikuwa wamenidharau, wakati apostle aliniita akaniambia twende na ndege. Nilisuguka Kayole na ndege. Na wengine ndio nilikuta pale nikisalimia nikitoka. Kutoka siku hiyo wakaanza kuniheshimu. If I was walking alone kama mnyama ninatembea Kayole, Komrock, hiyo heshima haigepatikana. Let us walk together, we will be respected. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Ukiwa na ministry yako, we need to empower you. Tunakuja tutapanga, tuna worship pamoja. Wale ambao wako Kibera, wako pande gani, tunashikana. Tunasema ya kwamba leo tunafanya mkutano hivi. Unafikiria tukifanya namna hii vile tulienda archive hakuna watu ambao wanaishi mahali pale. Mtu mmoja aliniambia, wengine walisema apostle amefanya kufauli Jakarada kwa sababu kuna residential watu ambao wanaishi pale. Mwingine akaniambia walisema huko ni residential, amefaulu. Sasa amefaulu Jakarada, kuna mahali kuna residential hapo Ambassador. Ni watu Mungu alileta kwa sababu mlisimama na haya maono. Si Mungu awabariki na Mungu awapende na Mungu awapeleke mbali. Karibu sana mtu wa Mungu, nakupenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu masaa yameisha. Nilikuwa na crusade pale Kibera, ndio maana naongea hivi. Tusimame juu tuweze kuomba kwa ajili ya kinywaji. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru mchana wa leo. Ona mbele zetu kuna kinywaji kimeandaliwa pamoja na kitafunio. Naomba Mungu ukikibariki. Asante kwa sababu unaenda kutubariki kwa njia zote. Tumeomba mahali hapa, tumekuja kushukuru kwa sababu ya mkutano. Mungu wetu ukakuwe pamoja nasi. Asante kwa sababu ni muweza yote. Simama nasi mahali ambapo kimetoka.
Mungu tena ukerechese mahali pale katika jina la Yesu. Asante kwa sababu unastahili. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Tuweze kuketi chini. Bwana Yesu asifiwe. Nataka hii roho hivi msimame. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.